Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Mahali hapa katika kikao hiki siku ya leo, mwambie sijaona kama wewe mfalme. Hakuna wa kufanana na wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna anayeweza kukaa mahali wewe umekaa katika kiti cha enzi. Asante mfalme, mwambie wewe ni nyota ya asubuhi, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, hakuna anayeweza kufanana na wewe. Inua mikono yako juu, mwambie haja za moyo wako. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Mwambie unastahili sifa. Kama siku ya leo wewe ni mgonjwa, mwambie siku ya leo nimepona. Siku ya leo I have been delivered, I have been set apart, I have been consecrated. Kwa sababu ni siku mpya, kwa sababu ni siku ambaye imetengwa kwa ajili yako, ili ukapokea uponyaji, ili ukapokea kupelekwa juu. Wewe ni wa viwango vya juu. Wewe hautakaa mahali ulipo, wewe hautakaa. The state that you are is temporal, because you're meant to go higher. You're meant to go higher, higher and higher. Hey, somebody, mwambie unastahili sifa. Mwambie unastahili sifa na ibada. Unastahili sifa na kuabudiwa na kutukuzwa. Sijaona kama wewe, sijaona anayeweza kufanana na wewe. Umenitoa chini, ukaniweka juu, ukanileta hapa ili nikuabudu katika jina la Yesu Kristo. Ni wengi sana wangependa kuwa hapa siku ya leo, lakini hawako hapa siku ya leo. Lakini wewe uko hapa, mwana wa Mungu. Uko hapa, child of God. You can lift your hands, you can lift your mouth and tell him, Lord, I worship you. Na kusifu na kuabudu na kutukuza na kuabudu. Asante mfalme, asante Yesu. Hakuna anayeweza kama wewe. Oh, umetutendea miujiza, umefanya mengi na ya ajabu. Hatuwezi kueleza, hatuwezi tukaeleza, because you have done so much. You have done so much, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Brethren, the only thing you can do is tell him, Lord, I thank you, because maneno hayawezi kueleza jinsi alivyo mkuu. Maneno hayawezi kueleza jinsi alivyo mzuri. Amekuwa mwema kwako. Magonjwa ambayo ulirushiwa hayajakupata. Kifo ambacho ulirushiwa hakijakupata. Mbona? Is it that because you are so special than the others? No. It is because there is a special purpose ambayo Mungu ako nayo na wewe, ya kukuabudu. Mungu alituma Musa na Haroni akawaambia, endeni mwambie Farao, wachilieni wana wangu, let my people go, that they may worship him. God cannot worship himself. God cannot worship himself. And that is why he has created us. That is why he has created you, to lift up your hearts and your hands before him and tell him, you are worthy to be exalted, you are worthy to be praised, you are worthy to be glorified. And so when you're not doing that, you're making his work zero. Unafanya kazi yake ya kukuumba iwe ni kwamba imepotelea chini. Lakini tunasema kwamba wewe ni wa kuabudiwa mfalme. Tunasema wewe ni wa kusifiwa mfalme.
Hakuna kama wewe. Inua kinywa chako, mwambie nakupenda Yesu, na kushukuru, na kuabudu, na kutukuza, na sifu jina lako, na liabudu siku ya leo. Umefanya mengi na ya ajabu, umefanya mengi na ya ajabu, siwezi kueleza. Umefanya maajabu nami siwezi kueleza, Umefanya maajabu nami siwezi kueleza. Umefanya maajabu, umefanya maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza. Umefanya maajabu nami siwezi kueleza. Umefanya maajabu. Sema umefanya maajabu nami siwezi kueleza. Sina maneno ya kusema, siwezi kueleza. Maneno yananishinda, siwezi kueleza. Umefanya tunakuambia siku ya leo umetenda, siwezi kueleza. Umefanya sema umefanya maajabu yote nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Umefanya maajabu nami siwezi kueleza. Umefanya maajabu, umefanya maajabu mengi nami siwezi kueleza, siwezi kueleza. Umefanya maajabu nami siwezi. Umefanya miujiza nami siwezi kueleza, umefanya miujiza mengi nami siwezi kueleza. Umefanya miujiza, sema umefanya miujiza. Siwezi kusema, maneno yananichoka. Umefanya, sema
umenipa furaha, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, umenipa furaha, umefanya maajabu, umenipa amani, nami siwezi kueleza. Mwambie siwezi, umenipa amani, siwezi kueleza maajabu. Mwinulie kinywa chako, mwinulie mawazo yako. Forget about your neighbor. Rafiki yako hawezi kusaidia katika haya maisha, ni Mungu peke yake anayeweza kusaidia. Kwa hivyo fungua kinywa chako, mueleze hoja za moyo wako. Mwambie siku ya leo na kuhitaji, uniongoze, uniponye, unipatie furaha moyoni. Kuna watu hawana furaha katika maisha, kuna watu wagonjwa katika miili yao. Mwambie, njoo uniponye. The Bible says that he sent his word and he healed your diseases. Today you are free. Today you are free from every bondage of the enemy. Jakata dada bale katataya. Rieketesi atabayala. Jakate debayala bosi ekete. Holy Spirit, we worship you. We bless your name. We glorify. We honor you, Jehovah God. Hakuna kama wewe, umetukuka mfalme. Umeinuliwa Baba. Umetukuka mfalme. Tunasema utukuzwe. Jina lako ni kuu. Jina lako ni kuu mfalme. Japala kataya tadaya. Holy Spirit, have your way. 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 Shapale katapa. Shakale ketia tapaya. Oh Jehovah, we worship you. Jehovah, we glorify your name. We honor you. We adore you, Jehovah. Umetupatia nafasi ya kukuinua. Umetupatia nafasi ya kusogea malangoni pako. The Bible says that I shall come into your courts with thanksgiving. Thank you, Jehovah God. Come into the throne of grace with confidence, that you may receive grace and mercy to help in time of need. Asante Yesu, maana umetupatia nafasi ya kuingia katika hema yako, kusema unastahili sifa, kukuabudu na kushukuru, kuleta sadaka za sifa. Oh japala kataya. Haleluya. Sadaka za shukurani tunaleta siku ya leo, tukisema uabudiwe na utukuzwe, maana wewe ni kiongozi. We bless your name. We give you glory. Naleta sadaka za sifa wako Bwana.
heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, na kuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, na kuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana, heshima na mamlaka, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, 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 nakuita mtakatifu. Wewe mtakatifu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana, heshima na mamlaka, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, 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 nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana, oh heshima zote, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, nakuita heshima zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Wewe mtakatifu, pokea sifa na utukufu na heshima Bwana. Pokea sifa na utukufu na heshima Bwana. We bless your name and we give you glory. Tunainua jina lako, tunalisifu tukisema kwamba mtakatifu, mtakatifu ni wewe. Tunaungana na malaika kusema kwamba wewe ni mtakatifu na kwamba utakatifu wako hata hauwezi kutushanishwa na sisi. The Bible says that you have no rival and you have no equal. You are set apart. You are set apart. You have no equal. You have no equal, Lord. Hakuna ambaye anaweza kufanana na wewe. Lakini tunatamani kufanana na wewe Bwana. We bless your name and we glorify your name. For there is none else greater, none else merciful, none else worthy, powerful apart from you.
You enter into our lives and you change things. You transform us and you set us apart for you, Lord. You set us on high for your glory and for your power. Therefore, we humble ourselves under your authority to say that indeed you are God. Indeed you are good. You are great. You are indescribable. We cannot be able to describe you. We cannot be able to describe who you are. You are indescribable. And you are great and you're powerful. Oh, thank you, Jesus. 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 Anajua mahitaji yako siku ya leo. Anajua mbona ulikuja hapa siku ya leo. Kwa hivyo yeye tu ndiye unaweza ukainulia macho yako, ukamtazamia na kumwambia, na kutazama wewe mfalme. Na kutazama Bwana. Katika unyonge wangu na kutazama. Katika hali hii na kutazama. Njoo unibadilishie maisha na ukanifanya kiumbe kipya. Because the Bible says that if we say that we have not seen, we are going to make God a liar. But if we confess, if we humble ourselves, the Bible says, if my people that are called in my name shall humble themselves and pray and seek me, turn away from their evil ways, I shall hear them. Hallelujah. So this is the day that the Lord has made. This is the day. Hii ndio siku ya ukombozi wako. Hii ndio siku ya wewe kupatana na Kristo. Hii ndio siku. Hii ndio siku ya wokovu. It is this day. Hallelujah. Father, we bless your name and we adore you. We glorify your name because you are awesome. You are awesome in this place. You are awesome in this place. You are awesome in our lives. You are awesome in our hearts, in our families, in everything that we put our hands to do. You are awesome. And you make it fruitful. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Hallelujah. Kama ulikuja kwa nyumba ya Bwana ukiwa na kusudi, pigie Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. You look so beautiful from here. Tell your neighbor, you look so wonderful. You look so awesome. You are glowing. Lakini kuna watu wanakonga tunakawivu. Haezi kuambia. Kama huyo akwambie ende kwa mwingine, mwambie you are glowing. You are wonderful. You are fearfully and wonderfully made. Alafu mwambie uko na fuliza nikulipie. That is what love is. Kama uko na fuliza mlipie, mshwari. Amen. Nataka kutufunza wimbo inasema wapi keyboardist? Inasema hivi. You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. Give me D sharp, D sharp. Are you ready? Are you ready? You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. Worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. You are worthy of my praise,
Worthy of my worship, Lord, I give you all the glory, honor, adoration. You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord, I give you all the glory, honor. You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord, I give you all the glory, honor. How do you are, Lord, I give you all the glory, honor, adoration. You are worthy of my praise. Worthy. Wonderful. Wonderful. Then once we are done there, utasema, when all is said and done, utabakia kuwa Mungu. Utabakia kuwa Mungu. When all is said and done, utabakia kuwa Mungu. When all is said and done, utabakia kuwa Mungu. When all is said and done, utabakia kuwa Mungu. And then you say, utabakia kuwa Mungu, utabakia kuwa, utabakia kuwa Mungu, utabakia kuwa, utabakia kuwa Mungu, utabakia kuwa Mungu. Tune. Wapi makofi? There is power in the blood of Jesus. Hey, tune. One more time. Lord, I give you all the praise, all my worship, Lord. Give you all the glory, honor, adoration. I give you all the praise, Lord, I give you all the glory, honor, adoration. You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. Worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. Worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. You are worthy of my praise, worthy of my worship, Lord. I give you all the glory, honor, adoration. Worthy of my praise, worthy of my worship. I can't hear you. When all is said and done, utabakia kuwa Mungu. When all is said and done, utabakia kuwa Mungu. Hey! When all is said and done, utabakia kuwa Mungu. Ay, 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 ay. Utabakia kuwa Mungu. 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 Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Wapi hiyo dance kwa Yesu? Aya. There is joy in the presence of our Lord God. Hey, I can hear those shouts of praise in the house of the Lord. Utabakia kuwa Mungu. 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 Utabakia kuwa Mungu.
utabaki ya kuwa Mungu. Yeah, my God is good, yo. Yeah, my God is good, yo. My God is good, yo. My God is good. My God is good, yo. My God is good. Everything go double, everything go double. Your miracles double. Your healing double. Everything go double. Everything go double. Hey, Mungu yu mwema. Hey, Mungu yu mwema. Hey, Mungu yu mwema. Wapi makofi? Wapi makofi ya juu? Wapi ya chini? Sasa tunakwenda juu chini. Are you ready? Everything go double. Your miracles double. Your money is double. Your job is double. Everything go double. Everything go double. Double. Do like this. Double. Tell your neighbor, double. Find a neighbor and tell them, double. Ay. Hey, sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na heshima ni zako, Mungu wangu. Sifa na heshima ni zako, Mungu wangu. Are you ready? Sifa zako zavuma. Sifa zako zavuma. Sifa zako sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na heshima ni zako, ewe mfalme wangu. Sifa utukufu ni zako, ewe baba yangu. Sifa utukufu ni zako, ewe baba yangu. Sifa zako zavuma. Sifa zako
baraka ni nani? Wa milele Baba wa baraka ni nani? Wa milele Mungu wa ushindi ni nani? Wa milele Baba wa ushindi ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Anafanya nini maisha yako? Anafanya nini twende, anazungukia. Anafanya nini maisha yako? Anafanya nini maisha yako? Anafanya nini maisha yako? Anafanya nini maisha yako? Anafanya nini jamii yako? Anafanya nini na wewe pia? Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, tunakupenda Baba, oh Yahweh, tunakupenda Yahweh, oh Yahweh, tunakuheshimu Yahweh, oh Yahweh, tunakupenda Baba, oh Yahweh, Yahweh. Bring it down, bring it down, bring it down. Touch here, and then here. Like this. Tule. And then shake your head. Wapi maringo? Ladies, aye, Tule. Aye, are you ready? Bottom solo, 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 bottom solo. Tendere, 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 tendere. Are you ready? Bottom solo, bottom solo, bottom solo, bottom solo, bottom solo, bottom solo. Tendere, Tule. Tendere, 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 tendere. One more time. Are you ready? Bottom solo, bottom solo, bottom solo, bottom solo, bottom solo, bottom solo, bottom solo. Tule. Tendere, 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 tendere. Ay, 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 ay. Wapi shangwe na vigelegele? Wapi shangwe na kelele kwa Yesu we? Ay, 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 ay. Wapi kelele, kelele, kelele? Everything go double, double. 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 Everything go double, 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 double. Wapi shangwe na kelele? Ay, 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 ay. Kele. Kama mikono yako haina nguvu, ipokee nguvu sasa. Kule. Ay, 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 ay. Bring it down, bring it down, bring it down. You know what we do? Kusambaza baraka. Find a neighbor na usambaze baraka. Find a neighbor. Take it slow, take it slow, take it slow. Haya, mwambie, are you ready? Mwambie you look lovely. Nitakulipia fuliza. Alafu mwambie, are you ready? Are you ready? One. Ubarikiwe paka ushangae. Ubarikiwe paka ushangae. Aya, ubarikiwe paka ushangae. Ubarikiwe paka ushangae. Ubarikiwe paka ushangae. Ubarikiwe
ubarikiwe, mpaka ushangae. 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 Now bring it down. You know, our apostle is doing a very good job here, right? Tunataka kumwambia mahali alipo, fanya hivi. Tunataka kumbariki. Utasema aje? Abarikiwe mpaka shangae. Aya, abarikiwe mpaka shangae. 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 Hey, abarikiwe mpaka shangae. Bring it down. Tunasemanga baraka zikijaa zina overflow. Sema overflow. Sasa geukia huyo neighbor umwambie sasa. Mfanye hivi. Alafu mwambie ubarikiwe mpaka usambaze. Ubarikiwe mpaka usambaze. Asambaze. Ubarikiwe mpaka usambaze. Mwambie asambaze kwako. Ubarikiwe mpaka usambaze. Mwambie asambaze kwa watu. Aya. Ubarikiwe mpaka usambaze. 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 Bring it down. Jishike hivi. Now it's about you. Fanya hivi. Are you ready? Yes. Nibarikiwe mpaka nishangae. Nibarikiwe mpaka nishangae. Unasikia mwenye mnasema na nguvu? Nibarikiwe mpaka nishangae. 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 Sema nibarikiwe mpaka nisambaze. Twende. Nibarikiwe mpaka nisambaze. Nibarikiwe mpaka nisambaze. Nibarikiwe mpaka nisambaze. Nibarikiwe mpaka nisambaze. Nibarikiwe mpaka. Wapi kelele? Aya. Wapi kelele kwa Yesu wewe? Aya. Yesu ni mzuri. Aya. Tuna hivi. Aya. Everything go double. Everything go double. My miracles double. Everything go double. Everything go double. Everything go double. Everything go double. Wapi kelele kwa Yesu wewe? Father, we bless your name. We glorify your name, Jehovah. Inua kinywa chako kwa dakika moja. Mwambie, I am ready to serve you, Lord. I am ready to serve you, Lord. I am ready to hear your word. I prepare the ground of my heart today so that I may hear your word, that it may transform my heart, that I will never be the same again. I am the head and not the tail. I will lead. I am of God.
Whatever is born of God overcomes the world. This is the victory that overcomes the world, even my faith. I bless you, Lord. I give you glory. I adore your holy name. Thank you for healing me. Thank you for setting me free. Thank you for giving me a chance to worship you, to praise you, to adore you, because you are good. Kwa maneno yako mwambie mambo mazuri. Kwa maneno yako dakika moja mwambie mambo mazuri. Mwambie maneno mazuri. Maneno mazuri kwake. Mwambie maneno mazuri. Mwambie, tell him something good. Tell him something good. Mwambie maneno mazuri. Oh, Shakata Bayala. We love you, Lord. We bless you. We desire your presence. We desire your grace every morning and every day, every noon and every night. We desire your presence, Lord. Come and show forth your power. Come and show forth your glory as we worship you, as we bless you, as we humble ourselves before your authority. Thank you for Apostle as he brings the word. I pray that you may prepare his heart today in the mighty name of Jesus Christ, that I will hear your word, that I will be transformed, that I will be healed, that I will be set free. In the name of Jesus. 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 Oh, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. 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 Halle, 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 halle. I desire your presence, Holy Ghost. I desire your fellowship, Holy Ghost. I desire a fellowship with you tonight, today, and even forever, all the days of my life. Come and change me. Come and transform me. Come and make me the person you want me to be. Come and make me. Come and make me the person you want me to be today. I give myself to you. I give myself away, Holy Ghost, that you will come and occupy. 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 Hallelujah. I am not bound. I am free. Free from every bondage. Free from every slavery. Free from every entanglement. Oh, Shalakatesia Tabaya, Leketia Kataya Laboskata. Father, I give my life to you. I give up my life to you, that you will occupy and do a good job in my life. Jelabaya da baya da ya da da. Holy kata da baya lesia kataya. Le kata da baya da da baya. Shekete de baya la baya katesia katai. Oh, that you have been faithful, Lord. That you have been good. That you have been faithful in my life. That I will never fail in whatever thing I do. Hallelujah. I give my life to you, Lord. Oh. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything I give to you, I surrender all to you. Everything I give to you, I
I surrender. Surrender to you. Everything I give to you. I surrender. I surrender to you. Everything I give to you. I surrender. I surrender to you. Everything I give to you. I surrender. I surrender to you. Everything I give. Everything I give to you. I give to you. I surrender. I surrender to you. Everything I give to you. Withholding nothing. 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 I withhold nothing from you, Lord. Withholding nothing. Withholding nothing. I say yes. Yes, Lord. Yes, I say yes. I say yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, I say yes, Lord. I say yes. Yes to your will, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, I say yes, Lord. Yes, yes to you, Lord. Say yes, yes, Lord. Yes, Lord. Tell him yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. Yes, yes, Lord. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding. I withhold nothing. Nothing from you, Lord. Withholding nothing. 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 Withholding nothing.
There can be no God apart from you, Lord. For you alone are holy. You alone are worthy. You alone is set apart. You don't need anybody to make you God. Because you are God alone. You are God alone. Every time we worship you, Lord, we are not doing you any favor. We are not doing you any favor when we worship you. But we have everything to gain when we worship you. You have nothing you expect. You are not a debtor to any man. You owe nobody anything. Anything, any debt. Because you are God. You are God, Lord. We bless you. We worship you, Father. We humble ourselves under your authority, that you will come and take your place, that you will take the center stage, that you will occupy the driver's seat of our lives in every way and form, that you will create us afresh, that you will give us a new name. Because you are awesome. Because you are good, Lord. We humble ourselves under your authority, under your power, under your kingship, Lord. Because you alone are worthy to be glorified. Holy Spirit. That need that you have before the Lord, it is when we worship that all burdens are lifted. When we call upon the name of the Lord in worship, that is when burdens are lifted. That is when diseases are healed. Demons flee at the mention of the name of Jesus Christ. And so, Lord, we give ourselves to you, Father, that you will be glorified and be adored. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost we pray. Hallelujah. Amen. Why don't you put your hands together for Jesus? Put your hands together for Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Why don't you appreciate our worship team with a clap offering? Hallelujah. May God use you for greater heights. In Jesus' name, amen. Wakapo mefurahi kuwa hapa siku ya leo. Hallelujah. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, and you surely want to sow. If you're happy and you know, say amen. Amen. Say amen. Amen. Say amen. Amen. Shout amen. Amen. Hallelujah. Amen. Salimia aliye karibu mwambie, this is the day that the Lord has made, that you may rejoice and be glad. Amen. Mwambie huyo mwingine, this is the day. This is the day that the Lord has made. Amen. Sasa nataka ufanye hivi. Fanya hivi, sema this is the praise. Sema tena, this is the praise that the Lord has made. That the Lord has made, That you may rejoice that you may rejoice and receive your and blessings. receive your blessings. And receive your elevation. And receive your elevation. Amen. Now tell your neighbor, today, prepare for a divine elevation. Because this is the praise. Amen. And in this praise,
Say, and in this place, God has prepared a vessel, anointed, appointed, and approved to be used of God for our life to take shape. Give the Lord a clap. Hallelujah. Amen. Amen. And before we request to see our visitors, amen, I just want us to declare one thing again in a musical form. Amen. This is the praise. This is the praise that the Lord has made, that the Lord has. Fanya hivi. This is the praise. This is the praise that the Lord has made, that the Lord has made. I'll rejoice. I will rejoice. Hallelujah. You rejoice and be glad in Him, and be glad in. Oh, this is the praise that the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in Him. This is the praise. This is the praise that the Lord has made. Now, I want to turn to your left or right. If it's a brother, you shall say this is the brother. If it's a sister, you say this is the sister that the Lord has made. Amen. If it's a brother, kwa hivyo itakuwa mchanganyiko, sababu wengine watasema brother, wengine watasema sister, depending ni nani hako hapo. Hebu angalia ndio useme whether it's a brother or a sister. Amen. Ni sister, nimesikia sister ni wengi. Kwani brother mnapungua? Hebu angalia useme ni nani. Nimesikia ni brother. Amen. Twende. Utasema ni brother ama ni sister. Twende 1 2. This is the brother. This is the brother that the Lord has made, that the Lord has. Oh, he will rejoice. He will rejoice and be glad in Him, and be glad in. Oh, this is the brother that the Lord has. Hey, he will rejoice and be with him all heart. Oh, musike mkono. Musike mkono. Sasa msagirie, msagirie, msagirie. Amen. Amen. Sasa sababu tumesema huyo ni brother na huyo ni sister. Sasa tuone mugeni. About the mugeni that the Lord has made to be our mugeni today. Kuna watu Mungu amefanya wageni wetu leo. Hallelujah. Kama wewe ni mgeni wetu, tunataka tukwambie this is the mgeni, this is the visitor. Hallelujah. Inua mkono kama wewe ni mgeni mara ya kwanza. Hallelujah. Hey, wonderful. Many hearts. Many hearts, many hearts. Wainua mikono vizuri. Hallelujah. Yani, is that the way you can rejoice for the visitors? Wageni wainua mikono tena. Hallelujah. Amen. Welcome. Karibuni sana. Nasema karibuni sana. Na kwa sababu mmekuja hapa leo na Mungu yuko, wacha nikutangazie, from today your life you never stop shining. I say from today your life you never stop shining. In Jesus name. Sisi kama tumeona vizuri. Hallelujah. Tuone vizuri. Wengine wamefunikwa siwaoni. Hallelujah. Aliye karibu nawe, kama ni sister, just hug him or her. Kama ni ndugu, kama huyo ndugu hana mtu wa kumhug, ndugu moja akibie ahug huyo ndugu. Amen. Appreciate. Amen. 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 Appreciate. Msagirie. Hallelujah. Amen. 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 This is the will. Amen. Sasa nataka tuibie our visitors. Sasa tuibie our visitors. Ndio tuwaone. Hallelujah. Si walete hapa, tuwaibie wakiwa hapa. Wageni hapa raini ya mbele. Let them come here. Hallelujah. Tutaiba hivi. Amen. Sasa tutaiba hivi wote pamoja. These are the visitors. Hallelujah. Tuwapige makofi hata kabla tujawaibia. Hey! Quite a big team, quite a big team, quite a big. Haya tuwaibie, twende. Twende, mtu twende. These are the visitors. These are the visitors of the Lord. Wafanye hivi. In that the Lord has made. Hey! We will rejoice and be
the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. Oh, amen. Our visitor, we love you so much. We just love you so much. Amen. Angalia vile tumefurahi. Hata wale hawakusmile wamesmile kuwaona. Angalia, hebu angalia ana smile. Hebu muone sababu yenu. Tuwapigie makofi in Jesus name. Amen. Tukimaliza ibada, amen. Kuna mahali mtaonyeshwa pale nyuma mtakaa. Amen. Our father, our apostle. Amen. And our leaders wataongea na nyinyi. Amen. Tunawapenda kabisa. Hata mimi siko vile nilikuwa kabla sijawaona. Amen. Tuwapigie makofi in Jesus name. Amen. Hallelujah. God bless you. Bwana asifiwe sana. Kwa wakati unataka tukaribishe Elder Kimani. Elder Kimani akuje atuletee matangazo. Amen. Tuinue mikono to appreciate our Elder Kimani, our able Elder Kimani, atulete our announcements in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndiye, jina langu ni Samuel Kimani na nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ajipigie makofi asubuhi ya leo, kwa maana mmeonekana mkishine. Kila mtu amevalia vizuri. Jipigie makofi. Makofi mazuri. Amen. Matangazo ya siku ya leo, kwanza kabisa tunatangaza juu ya our weekly meetings. Weekly lunch hour meetings Tuesday mpaka Friday ndivyo tutakuwa na mikutano yetu ya saa 6, na inaanza kuanzia Tuesday mpaka Friday inaanza saa 5:45, 11:45 mpaka 1:45. So Tuesday to Friday lunch hour meetings zitaanza saa 5:45 na ziishe 1:45. Kwa hivyo ni vizuri uwe hapa saa 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ujiandae juu ya mikutano ya katikati ya wiki, Tuesday to Friday. Hiyo ingine morning prayers, maombi ya asubuhi na mapema, ni kuanzia Monday to Friday. So Mondays to Fridays kuanzia 6 a.m. then ashala asubuhi mpaka 7:45 a.m. Kwa hivyo wale ambao wana nafasi ya kuja labda kufanya kazi asubuhi na mapema huku town, maombi ya asubuhi ni saa 12 asubuhi mpaka saa 1:45. Then evening services ni Tuesday mpaka Friday, Jumanne mpaka Friday kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 1:30. So our evening prayer meetings ni Tuesday mpaka Friday 6 p.m. to 7:30 p.m. Sasa jambo lingine ningetaka tulitafakari na tulisikie ni juu ya Jumapili ijayo. Jumapili ijayo ni siku ya kupokea our fatherly blessings. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ya Sanctuary Blessings Day. Sanctuary Blessings Day, na kama mnavyojua Archbishop Harrison K. Ng'ang'a atakuwa hapa Sunday inayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Sunday inayotoka. Hii Sunday inayokuja mtumishi wa Mungu Archbishop Harrison Ng'ang'a atakuja hapa kuanzia saa 8. Kwa hivyo kama vile tulikuwa tumeanza kujipanga siku ya Jumapili, tulikusanyika vikundi na tukapledge
kila mtu alipledge kile ambacho atatoa. Na hata kama wewe uko hapa na hauku pledge, siku ya leo uko na nafasi nzuri ya kupledge kile ambacho utaweza kutoa, ili tuchangie kutoa hiyo dhabihu ya kubarikisha hii madhabahu siku ya Jumapili. Na ukitoa utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo deadline ya kutoa hizo dhabihu ambazo tumepledge ni siku ya Wednesday, Jumatano. Kwa hivyo ikiwezekana, as much as possible, utoe fulfill pledge yako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unajua ukitoka hapa kuna uwezekano hasa kuja mpaka hautaweza kupata nafasi ya kurudi hapa. Kwa hivyo tutoe pledges zetu siku ya leo na deadline ni Wednesday. Then the other thing ni kuhusu keshas. So kama kawaida, Mondays ni youth kesha, Tuesday women kesha, Wednesday intercessors kesha, Thursday men's kesha, na Friday kesha ya watu wote, na kila mtu amekaribishwa. Bwana Yesu asifiwe. Nao jambo hilo lingine ni wale ambao wangetaka kuonana na mtumishi wa Mungu Apostle Hezekiah Dora Waruinge, ni siku ya Wednesday. Najua kuna wale ambao wanatakanga kuonana na yeye one on one, hapa kwa hapa. So kwa hivyo ni weekdays. Bwana Yesu asifiwe. So wale ambao wanataka kuonana na mtumishi wa Mungu ni weekdays, sio Wednesday. So ni weekdays kuanzia 5 a.m. to 11 a.m. Pigia Bwana Yesu makofi kwa sababu hiyo. Hiyo ni opportunity sio ya kawaida. Ukitaka kukutana na mtumishi wa Mungu ni asubuhi na mapema, saa 11 asubuhi mpaka saa 5 asubuhi. Kwa hivyo hauna sababu ya kusema ya kwamba haukupata nafasi, kwa sababu tuna huo mlango wote. Bwana Yesu asifiwe. So every day, weekdays 5 a.m. weekdays ni Monday mpaka Friday 5 a.m. mpaka saa 5. Hiyo ni nafasi nzuri ya kuonana na mtumishi wa Mungu one on one. Alafu jambo hilo lingine ni kama wewe haujachaguliwa kuwa usher, if you have not been appointed to be an usher, tafadhali wachana na hiyo kazi, tuachie ushers. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu jambo jingine, wazee waliketi na tukadiscuss hili jambo na tukaconclude ya kwamba hapa katika hili madhabahu kusiwe na mtu mwingine ambaye atajiita apostle ila mtumishi wa Mungu Apostle Hezekiah Dora Waruinge. Kwa hivyo tuko na apostle mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna apostle mwingine, apostle ni huyo mmoja. Amen. Jambo lingine ni amen. Pigeni wa mama makofi 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 kwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamama mmevalia vizuri sana siku ya leo. Amen. Makofi 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 makofi. Sababu amen, tulikuwa tuna discuss, hata sisi tunakuwa tuna discuss tukiwa wazee, na tukaonelea tuna discuss mambo mengi, na tukaonelea kwamba nguo ambazo wamama wanastahili kuvaa wakiingia katika haya madhabahu ziwe chini ya goti. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi zote ninaona tuko na wamama wamevalia nguo zao zikiwa chini ya goti. That is why ninasema mpigiwe makofi. Tena makofi kwa mama. Wamama, amen. Na kuna sababu ya hiyo actually. So jambo hilo okay, yes, nimalizie hilo jambo. So
hiyo si ati sheria hivi hivi. Hiyo ni sheria ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata tukiwa shuleni kule high school, wasichana walikuwa naambiwa below the knee. Amen. Kwa hivyo tuendelee na hiyo mtindo. Alafu jambo jingine, ukiona kitu kimekatazwa kwa Biblia, kaa hivyo. Amen. Na tutafundishwa mambo mengi hata about dressing baadaye. Amen. So pia tulionere ya kwamba masaa yale tunastahili sisi zote kufika kwa kanisa ni saa 3. Saa 3. Bwana Yesu asifiwe. Masaa ya kufika kwa kanisa ni usichelewe, yani usiwe unafika beyond saa 3. Kwa hivyo ni kuanzia 6. Kuanzia 6 maombi yanaanza, intercessory prayers zinaanza 6. So tujitahidi as much as possible. Najua tutakuwa tukirekebisha, tunafika kuanzia 6. Kama utachelewa sana, ufike saa 3, usipitishe hapo. Amen. Na tutabarikiwa sote. Na tukaambiwa kanisa ya saa 5, saa 6, hapana, hiyo si kanisa. Then the other thing ni, kama ungetaka kuwa partner wa hii huduma, kuna partnership forms ambazo utachukua uwe ukicontribute kile ambacho utaweza, kama vile utakavyowezeshwa na Mungu. Kwa hivyo ikiwa unataka kuwa partner wa CFC, uchukue partnership forms kwa our sister Mary Magdalene. Our sister Magdalene. Amen. Magdalene. Amen. Magdalene, inua mkono wako watu wakuone. Amen. Na kusikia kuna Magdalene kusema Yesu wako hapa pia. Amen. Jambo lingine ni tarehe 1. Tarehe 1, wale wazee, elder, senior citizens, wale ambao wana umri wa miaka 70 kwenda juu, mumekaribishwa sana. Na hata wewe ukiwa uko na baba ama mama ambaye ako na 70 years or above, ama grandfather or grandmother 70 years and above, waambie ya kwamba tarehe 1 kuna watapewa chakula. Kuna ibada yao peke yao na watapewa vyakula. Kwa hivyo wamekaribishwa sana. Tunawakaribisha sana katika jina la Yesu Kristo. Na sioni kama kuna jambo lingine. So nilikuwa nimetangaza ya kwamba coming Sunday kuna ibada ya kubariki haya madhabahu, na Bishop Dr. Harrison Ng'ang'a atakuja. Kwa hivyo kila mmoja wetu tuhudhuria hiyo ibada ili tubarikiwe pamoja. Na Mungu awabariki na Mungu awatendee mema in Jesus name. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Simusalimiane, kwa nini mmekasirishwa na huyu mzee? Najua mama watakagi kusikia wasee wameanza kuongea. Najua hii nyumba imekuwa kwa muda mrefu haina discipline. Sasa hata nimeona kumbe discipline ni kitu ya muhimu sana. Sinaona mpaka dressing code message. Nimejaribu kutafuta, kuna mama mwingine siku moja alikuja hapa. Alikuwa amevaa nguo imefika hapa. Sasa na alitaka sana kuinama achukue kitu. Aliakucha tu kalamu nikiona na akataka kuchukua. Nikamwambia usiiname, nitachukua mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigia wazee makofi. Thank you very much. Thank you. Wapigie kabisa ya juu. Wapigie vizuri, wacha wivu. Piga makelele. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Na kama ungetaka kuwa kwa hii komiti ya wazee, the room, kuna viti zimebaki kadhaa pale. Ningetaka hizi zote, nataka wazee wajae hapa ambao watakuwa wanakohoa, mnaitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa sasa ndio nimewaachia kazi. Kila kitu mamlaka ya kanisa ni hawa. Mimi kazi yangu ni kwenda kwa mlima kuwatengenezea chakula na wapatia. Lakini discipline ya nyumba na kila kitu ni hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wamepitisha hivyo? Inua mkono yako kama umepitisha.
Kwa hivyo wakikuja na kisu ya kukata wewe, useme unasema ni mimi nilipitisha, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuwe tunakuja mapema. Siwache kukuja saa 6, saa 5. Tukuje mapema ndio tuombe. Niwapatie siri. Juzi usiku tulikuwa kesha hapa. Alhamisi, Friday ndio tulikuwa na kesha. Tulikuwa na kesha ya wazee. Ni mimi naongozaka kesha yao, tunakujaga kesha. Kwa hivyo kama uko na mzee nyumbani waachilia, mwambie kwenda kuna kesha ya wazee. Fukusa tu kwa nyumba. Kuna chakula, hata akisema dilete, mwambie fukusa, wewe fukusa tu. Mwambie kule kuna nachijiaga wao busi. Waulize, si mlikula busi? Nachijiaga wao busi. Wanakula ndio wakuwe na nguvu ya kukohoa. Na hii ndio kurudisha Kenya hii ikuwe na mamlaka. Maana wakati hawa walifukuzwa, wanaendaka kukula kanyama kule huko Kumong'etho, ndio sheria nyumbani zilianguka zote. Na ndio naonanga sasa nyinyi mmechukua mamlaka, mnasema venye mnataka, mnafanya venye mnataka. Sasa tukiwa tunaomba hapa, niliwaacha hapa nikatoroka huko nje. Kutoka nje nikakuta pale huyu pastor anaitwa Manyuru. Ako na kichupa na wanawake hapo wanapita. Wakimwaga mafuta kutoka huko, wakifuga hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi nilijoin. So hakujua ni mimi, niliwajoin. Wakienda wakifuga na sisi na mimi niko nyuma yao ninafugua. Wanafuga, ninafugua. Wanafuga, ninafugua. Sasa ukikuja saa 6, tafadhali, ukikuja saa 6 na Manyuru ashafuga, utaingilia wapi? Mkitoka wakati mnatoka muende ile kando ya barabara hii hapa, mkishuka tu muende Padio. Mtaona venye wamemwaga mafuta, wamemwaga wakiteremuka mpaka kona ile ingine na urudi pande ingine, wamevuka huko kwa barabara ile resirasi hivi kuteremuka hivi, ati walikuwa nafuga hapa na hapa, wakitoka hivi wamefuga, wakasema hapa kusikuje watu hapa. Sasa hawakujua. Na ndio nakwambia it is very wise. Unaona venye tunakuja kesha, tunawakamata vizuri sana. Because hawa ni mashakahora. To be very frank. Na ndio nilisema wako kwenye list, nikakataa kusema hii majina. Lakini kwa sababu wameguza, siwacha tuguze. Mimi ni komanda. Nilimwambia mimi si pastor. Mimi ni komanda. Na ukiniguza na kuguza. No, hakuna mkinikubalisha mimi niguze, nitaguza. Najua hata mimi niko chini ya hawa watu. Wakiniambia hawa wananiambia juzi waliniambia tukashoke kuhujio kagia mokogu ado ni marago etigera. Leo sitarusha. Nitaongea kama mzee, si ndio? Na wakameniambia mambo mengine migi. Sasa hiyo nahitaji maombi, hiyo mniombe. Hiyo mtaniombea. Simeona wameniambia wataki kiti moja pale, wanataka kiti. Sio ni kibarua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Salimia mwenzako, mwambie salimiwe na apostle. Good. Salimia huyo mwingine, mpatie high five. Na umwangalie kwa uso, uangalie kama wakana shida. Unajua watu wanakuwa na stress hatujui. Muangalie tu kwa uso, uangalie kama kuna stress. Angalia kwa uso, uangalie kama kuna stress. Kama hana stress, muangalie vizuri. Muulize kwenu kumekuaje? Yes, mwambie uko kwenu watu wako aje? Yes, akanisi mnatabasamu. Thank you. God bless you. Nipatie simama hapa na mic. Ndio kama simama hapa na mic. Tunaweza kuketi chini sasa. Kuna wageni special nimeona wamekuja. Ni marafiki zangu kutoka huko Iceland. Tulikuwa tunakaa na wao Iceland. Na sasa wamekuja, wanataka kuja kutusalimia. Mchungaji, salimia watu wa Mungu. Simama tu hapo, salimia watu wa Mungu. Hapa. Yes. Ni watu si mimi. Asante, welcome. Nimeambiwa nisalimiane. Habari zenu? Usihubiri. Mko salama? Mko wazima? Situfanye hivyo tuonekane tuko pamoja. Praise the name of the Lord. Mimi naitwa Reverend Virginia Jage. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naishi Jiro.
lakini tulijuana na mtumishi na nikaona kitu ndani, na kile niliona ndio nafuatilia, kwa sababu wewe ukaona kitu kizuri alafu uachilie kiende. Wewe unaweza, mimi siwezi achilia kitu kizuri kiende. Kwa hivyo hicho ndipo nafuatilia na najua nitapata, kwa sababu mahali Mungu hapo, mahali Yesu alienda akitenda, na hata hapa anatenda. Si Mungu awabariki. Amen. Amen. Pigeni makofi. Reverend Grace, ngoja simama tu. Reverend Grace, simama tu, acha kuenda. Nakuuliza tu kwa sababu najua unasomeaka kanisa yako kwa nyumba. Kabla upate kanisa, someaka hapa. Sidio? Somea hapa, hata tunaweza kukatia, weka shamba kidogo pale, utengeneze kanisa kako pale. Sidio? Thank you. God bless you. So you are welcome. Simumpigie makofi. I want touch to be part of us. Yeah? Ni muibaji? Si uibe basi. Si umefika? Si umesema umefika? Haraka. Uko na CD? Yeah? Una CD ama ni ile ya YouTube. Mutigathikiriria mugambo? Tuguthikiriria mugambo na ciothe. Tuguthikiriria ciothe. YouTube Virginia Jage. Virginia Jage kwa YouTube Virginia Jage. Na si wendange hapo ndio ni subscribe. Kabla aweke, kuna mgeni mwingine nimeona. Virginia Jage YouTube. I saw her here. Were you alone? Mmekuja peke yako? Nimekuja. Kuna mwingine niliona hapa. Sijui ni macho yangu ama ametoka nje labda. Endelea basi. Okay, endelea. Hallelujah. Najua unjawahi sikia hizo nyimbo sababu sinjatoka, lakini sababu mtumishi yako hapa najua kwa mwambie yake nitatoka, nitasikika. Praise the name of the Lord. Zimeanza kutoka. I just need to tap. Nikitap nisikike, si ndio? Bwana asifiwe. Ndabirege inagiuga we mudhakia Jesu, we mudhakia, we mudhakia Jesu, we mudhakia, Jesu, we mudhakia, we Jesu, we mudhakia, uthaka waku nduri handu ngioneka thi, uthaka waku nduri handu ngioneka thi. Riu ndenda kuina ningwendete Jesu, ningwendete Jesu tondu Jesu ni mwega. Rutanauma ndiraunire ndirauga maguta 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 anointing yangai ni ngwenda we muthaka Jesu, we muthaka. Ndenda ningwendete Jesu. Nataka ningwendete Jesu. So nima nindi mwendete tondu ni mwega. Ningwendete Jesu. Ukienda hapo YouTube utaona hizo nyimbo zote. Au sijui lakini utasiona na najua utasipenda. Ningwendete Jesu. Meanwhile tukiendelea kutafuta hiyo ningwendete Jesu, nataka munisaidie kitu kimoja. Tuna kanisa mbili ambayo tumefungua. Kanisa moja ni hii physical, na kuna kanisa lingine inaitwa ya online ambao nyinyi wote mumeona, si ndio? Inua mkono yako kama wewe uliniona through online. Mtu wa online. So nataka tukuze hiyo kanisa ya online. Wangapi wanataka tuikuze? So kwenye contact zako zote, tukiendelea kutafuta, fungua tu, ikia kwa contact yako. Hii kitu tunaendelea hivyo, naendelea weka ni kusubscribe ama kufanya nini, na kulike na kushare. Sasa share, najua mmesubscribe. Sasa share hii ya leo, kwa sababu tuko live. Una share kwa watu kama wote, all in your contact. Uende pale kwa profile, weka hapo, share kwa kila mtu, saizi as she's singing. And make sure every day you share what we have, so that we can make many people and many followers. Ile imepatikana ndio nitaimba. So weka ile imepatikana. So imepatikana.
Apostle Waruinge, the lead minister of the synagogue CFC, invites you to a special Sunday service of Fatherly Blessing of the Sanctuary on 2nd July 2023. The service will be held at Coffee Plaza, mezzanine floor, the first floor, Haile Selassie Avenue, opposite Easy Coach bus stop, Nairobi. The guest minister will be Archbishop Dr. and Mrs. Harrison Kenyan, the lead ministers of Christian Foundation Fellowship. The service will begin at 2 p.m. We will be live on Bethel TV, Faith TV, and Inoro TV. For more information and direction, contact +254 112 935 035 or are welcome. Apostle Waruinge, the lead minister of the synagogue CFC, invites you to a special Sunday service of Fatherly Blessing of the Sanctuary on 2nd July 2023. The service will be held at Coffee Plaza, mezzanine floor, the first floor, Haile Selassie Avenue, opposite Easy Coach bus stop, Nairobi. The guest minister will be Archbishop Dr. and Mrs. Harrison Kenyan, the lead ministers of Christian Foundation Fellowship. The service will begin at 2 p.m. We will be live on Bethel TV, Faith TV, and Inoro TV. For more information and direction, contact +254 112 935 035 or are welcome. Tarehe moja itakuwa Saturday. Tuko na wababa ni 500, 1000, 1000. Kijana yako wapi? Kijana simama. Kijana simama. Kuja hapa.
Yeye ndio kijana yangu ule mkubwa. Is my youngest, my eldest son. Oka hiyo haweto ni dogo mudo ni hiyo haka. Oka tukalutega toka. Tukalutega. Pigia kijana yangu mkubwa makofi. This is my eldest son. Uko na miaka gapi kijana? Nataka wasikie. Sema uko na miaka gapi? Uko na miaka gapi? Nasema niko na miaka. Uko na miaka gapi? Pia ako na miaka 100. Na wewe uko na dhati. Na ndipo umetuligia hapa. Hautuachi mpaka tupumue. Na uko na dhati. Peke yake. Dhati. One. Huyu yako na Hallelujah. Tabia Muratina kutoka leo atakukunywa ukiwa mwisho. Lakini sio kwenda pepo na kemea nafuja ninafuja katika jina. Hallelujah. Aba wazee, they are carrying all your blessings. Whether they are good. Either alikulea ama hakukulea. Ate baba yangu mimi hakunilea, alikuwa malaya, alikuwa na wanawake wengi. Si hata wewe utafute wako mtoshane. Huyu ni mzee, mpatie heshima. Amebeba baraka zako. Mwanaume yeyote ambaye alikuzaa amebeba nini? So ukimpa heshima huyu, naye Mungu atakupatia heshima. Huyu mzee ana uwezo wa kukuheshimisha. Kwa sababu ya huyu mzee kanisa hili linaweza kusamehewa makosa. Kwa sababu ya huyu mzee Kenya mzima inaweza kusamehewa makosa. Kwa sababu ya huyu mzee mambo yanaweza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. So we Saturday hiyo nikiwaomba mkuje tushirikiane pamoja, msichoke. Hii wiki mzima tunaenda marathon, hakuna kuchoka. Kesha, watu wa kesha, tutafanya kesha. Unasikia wamezunguka, wamefanya nini? Wamezunguka usiku wakimwaga mafuta. Mkitoka muende pale angalie, muende mpaka huko mwisho na huko mwisho, mtaona venye walikuwa wakimwaga mafuta wakifuga kanisa, wakifuga kanisa. Na sisi tulipita huko tukifungua nini? Kanisa. Tukisema kutoka sasa wao ndio mashakahora watafuga. Ndio kwa sababu the authority of God is in the city. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutawaombea waokoke, waache kudanganya watu. Kwa sababu mimi nahubiri watu wafuguke. Mimi sihubiri tutafute pesa. Watu wafanya nini? Kwa sababu watu wakifuguka, hata wewe utafunguka na hata hiyo pesa unatafuta itajifungua. Bwana Yesu asifiwe. So ningekuomba siku hiyo ukuje na kaunga na kamuchere kilo 2, kauga kilo 2, anything kilo 2 kama utaweza. Ukiwa na nguo, sio ile umevaa, sio ile umefanya nini? Sio ile ati wewe unaona sitaki.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uende kwa duka. Waangalie mzee anataka shati mpya. Usilete kitu kimevaliwa na mtu mwingine. Labda ile mtu alikuwa kama bwana yako aliaga na sasa zimekaa kwa nyumba, unataka kuzitoa. Hiyo umekubalika. Ama kuna hiyo ziko kwa nyumba ambazo aliyekuwa kizivaa hayuko tena. Lakini si yule sasa anasema I don't need this. Don't bring them here. Umenielewa? Usiwahi peleka hata kwa nani ile kitu hutaki, peleka ile kitu unataka, because what if God says akupatie ile kitu hataki? Si ndio? So if you have a shirt, utuletee siku hiyo. Lakini usipike chakula utuletee. Usipike nini? Usipike chakula utuletee. Ulete hiyo uga, sukari, dego, maharagwe, kilo bili. Tunawapatiaga kilo 2 ya maharagwe, kilo 2 ya mahindi, kilo 2 ya unga, kilo 2 ya kamande, kilo 2 ya dego, kilo 2 ya uga ya ile ya madasho, ile ya kuweka nguvu kwa mwili, ya muhogo na nini? Na jahezi ile imechanganywa kilo 2. They go with 12 kgs. Kitu anakula mwezi mzima, kwa sababu hii ni katumbo kamoja tuna hakakulage kila sana. Si kama wewe unakulaga sahani umejega ugali baka pandi hii, ukikaa chini huoni mtu ule mwingine yako huko na unamomoa tu hiyo kimulima kinaisha. Huyu akulagi hivyo. Tunajaribu kuwafundisha kubalance. Number 2, if you're a medical doctor na uko hapa, a nurse or a medical doctor, tunaangaliaga hawa wazee macho, tunawaangalia masikio kama iko na uchafu, tunaambia tu meno, tunaangalia kama iko na uchafu, na pressure na sukari. If you're a medical doctor, wherever you are watching us, that day we shall be examining them. Tunawaangalia vizuri. Wakitoka hapa anatoka kiwa kakijana. Sema kakijana. Yes, ni good daddy. Thank you. God bless you. Sauti. Mbarikiwe kwa sauti hiyo ya baba yangu. Amen. Thank you very much. When you are having a 1 or 6 years old as your elder in the church, that's a blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what? A blessing. Na Mungu atawabariki. Dhika imekuja. Ukiona dhika imefika hapa, kuna maneno. Mupatie maiko hapa, salimie. Hata wewe simama hapo, msalie haraka, time haiko sisi. Muji introduce. Na huyo anaitwa Mudhaura, ameingia, pigeni Mudhaura. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Lucy Gashara. Nimetoka synagogue ya Thika. Ninakuanga synagogue chini ya Apostle Dora Waruinge. Nimeleta watoto wangu waweze kuona baba yangu wa kiroho na ndiye aweze kuwaombea, kwa sababu hawakuwa wanapatikana. Lakini wakati mmoja ametoka shule, mwingine amepata nafasi, nikawaambia wote leo tunakuja synagogue ya Nairobi ndio tuone baba yetu wa kiroho. Bwana abariki sana. Asante sana, mpigieni makofi. Next. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Naitwa Pastor Jane Brown, nimeokoka, natoka Saika na mimi ni mshirika hapa. Barikiweni sana. Pastor Jane Brown alikuwa mwizi. Sema nilikuwa mwizi. Sema tu. Okay. Hapo zamani nilikuanga jabazi sugu, lakini Yesu akaniokoa. Alikuwa mwizi wa bunduki. Huyu waizi wote wa Nairobi walikuwa namjua, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anafanya kazi ya kusafisha bunduki. Unajua bunduki inasafisha kwa muda wote, atakwambia hivyo. Huyu ndiye alikuwa kajabasi. Huyo bunduki yote ya mwizi ya Nairobi ilikuwa inapitia kwa huyu. Anaosha vizuri, alafu anakupatia, unaenda kazi. Hallelujah. Kwa hivyo she's my friend. Tuliokoka, tulikuwa pamoja naye huko kwa Mungiki, tukabadilika. We are preaching now the word of God. Yes. Hallelujah. Amen. Pia mwingine ako wapi mtu wetu? He's my friend Buju naye ndiye alikuwa anaangalia kama inafanya vizuri. Yule ndiye alikuwa mwisi sugu. I think kama ushailishwa siku moja, uangalie sura, lazima unaweza kuwa umeiona.
walikuwa nilipata description moja ya polisi wakisema na nika kijana kadogo kanaonekana kako na baby face lakini ni kabaya. Asante sana Jane, God bless you for coming back. Muthaura ukatugeithia andu Ngai katu ndiramenya ndwendete huyu mzee kati ya zile risasi 12 zilipita kwa mwili wangu, 2 ni huyu alinipiga. Alikuwa furahi kwa ndio alikutengeneza kikosi ya kumapigana na mimi, lakini mimi nikatengeneza kikosi ya Yesu imepigana na yeye mpaka imemlete hapa. Salimia watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa jina ni hivyo mnasikia naitwa Muthaura. Yesu Kristo ni mwokozi maisha yangu. Wacha tu. Aliniita ghost. Ungempata kwa vita. Lakini pamoja na hiyo nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na naomba kitu yote ile mnasikia hapa. Juzi unakumbuka tukiongea ofisi hapo. Nilikwambia nikiwa safari huko China. Tulienda tukachelewa. Mzungu alikuwa ameniandikia tutakutana gate fulani pale tutaondoka. Akaniandikia 6B. Nikaona ameandika message mzuri. Mimi nikakuja nikiwa nimechelewa. Tukakuja tukahangaika tukaenda tukakaa gate 6D. Tukangojea. Ikawa hatumpati. Alikuja akiwa nywele imesimama hivi. What are you doing? I mean what I wrote. Kwenda kuangalia, kumbe nilikuwa nimeandikiwa. Mimi si kusoma. Akaniambia I mean what he wrote. Kwa Biblia naye Mungu kile ameandika I mean what he wrote. I mean what he wrote. Kitu hilo nasikia kitoka kwa mdomo yake kuongea kutoka kwa Biblia ni kukuelekea. Hii ni barabara unaonyeshwa pale unaenda. Kile yote nimekuleta hapa iko hapa. Na ukisoma ukifuata utaenda. Lakini ukienda shortcut utachelewa vile nichelewa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa huyu, this is my good friend, one of my greatest friend. He's a living testimony who can testify to you that he saw a ghost. Alinipiga risasi na huyu ndio aliweka kebo, akaita polisi kujeni muokote maiti. Alirudi kuniona kwa TV nikiongea, nikisema kujeni munipige tena. Thank you my brother. Thank you for even coming. God bless you. Yeah. And that is where I'm beginning my topic from. There is redemptive power in pain. Hallelujah. In that pain that you're going through, there is a redemptive power. There is a unique power through that pain you're going through. So God will allow things to happen in you. Atakubalisha mateso. Atakubalisha uteseke. Lakini God has not forgotten you. Kuna watu wamekuja kwangu kwa ofisi. Wameniambia ni kama maisha yao imefika mwisho. Ni kama there is nothing is working. The world has refused. Nothing is yielding to them. And as I was praying, Mungu akanipatia akaniambia there is redemption in power, in pain. Every pain that you are going through, it got a reason. Wakati hawa jamaa walinipiga, gari ambazo walikuwa natumia zilikuwa mpya, Peugeot 504. Mpya zilinunuliwa kwa sababu ya Waruinge peke yake, kudui na Waruinge. Gari 18 ikawekwa wanaume, hiyo Peugeot ilikuwa inaenda na wanaume 6. Kwa hivyo multiply gari 18 na watu 6. Utapata ni pesa ni watu gapi hao? Wale wa hesabu. 108 people. Reke squad. Mtu ametrainiwa Israeli kushughulikia mtu mmoja hivi. Lakini walishindwa katika jina la Yesu Kristo. Sio kushindwa walishindwa, walikuwa na uwezo. Lakini naye Mungu alikuwa na plani ingine na mimi. Sio ati niliwashinda kwa sababu sometimes walikuwa wananishika. Sometimes walinikula. Huyu alinikula 2 risasi na akaacha kama nimekufa. Na hakika hata mimi niliona nimekufa. Kwa sababu niliona nimekufa.
Venye walikuja kuniweka kwa kila driver wanipeleke moshari, ndio nikasikia kuna watu wanataka kunipeleka kwa shetani. Nikaamuka. Nilipoamuka, badala wanishike, wanirudishe kule nafaa kwenda, walitoroka. Na mimi nikatoroka. Sasa kila mtu alienda direction yake. Sasa hawa wakaenda wakasema, wakaitwa kwa sababu kikosi yao ilikuwa na ripoti kwa president. Wakaulizwa what happened? Wakasema that man is a ghost. Mimi mwenyewe ndio nilimweka chini. How he came out, we don't know. Sasa kukafanywa musako, mabrother zangu 3 wakashikwa, ambao tunafanana na wao. Wakaenda kuangaliwa, kuchunguzwa kama ni wao ama ni mimi. Kwa sababu waliona ni kama sio wao. Bwana Yesu asifiwe sana. So at whatever situation you are going through, it is not in vain. For me, everybody took me as a criminal, including my own parents, including every person in the society. Hata nyinyi wengi hapa na waona wa siku hiyo walikuwa wanaomba. Mliomba nikufe. Hata wengine ulienda katoroni kuniombea tu nikufe. Mungu tuondolee hii gige. Tuondolee, tuhererie gige. Tuondolee hii gige kwa sababu nilikuwa gige katika maisha yako. I was a Midianite. Mimi nilikuwa mumidiani katika maisha yako because we tormented you. We frustrated your businesses. We frustrated your families. We frustrated your lives. But little did you know, kama mungesoma Biblia vizuri, mjue mtu yote ambaye amekuja kwako ama kitu yoyote imekuja kwako kama kimidiani, ujue ni Mungu ametuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo shida ambayo unapitia, the problem you are going through, it is not from the devil. Sio necessarily ikuwe imetoka kwa shetani. Sio necessarily ikue ni shetani anapigana na wewe. Ngoja kidogo, acha na watoto, ngoja kidogo. Sio necessarily ikue ni shetani anapigana na wewe. There is maybe God has decided, amesema upitishwe hapo kwa sababu ya kitu kimoja ama kingine. In the book of Judges 6, the Bible says, the children of Israel did evil in the sight of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu akakasirika. Then God handed them over into the hands of who? The Midianites for 7 years. So ask yourself as we start this topic, am I going through the process of God or am I going through the process of the devil? I will try to differentiate the two processes and you will understand ni nini unapitia sasa. Inaweza kuwa wewe unasemanga shetani ashindwe, kumbe ni Mungu. Hallelujah. Watoto wako kwa nyumba hii, simameni watoto wote wasimame kwa miguu yao. Watoto wote mpaka kale kapasta ketu kanatusubuaga kakuje. Kujeni hapa. Kujeni watoto wote, waachilieni wakuje hapa. Waachilieni watoto wakuje hapa. Watoto kuja baba. I love you. Say hi to me. You're so nice. Simama hapa. Simama hapo. Usiende bali. Kujeni vitoto vyote. All the children. This is a blessing. Wow, wapigieni makofi wanapokuja. Kujeni. Hata huyo. Kuja. Good. Wapigieni makofi. Kuna wengine? Hata huyo. Wewe. Kuja. Ni mang'aa kweli. Mulete tu kujeni na yeye. Wewe simama. Angalia sasa. No nyende kumenya ithe. Ukira. Mama. Simama hapo. Hapa. Kuja hapa. Simama hapo. Wale wanapigaga picha, tupige picha na hawa watoto. Hawa utakuja kuwakumbuka ukiona kwa TV wakihubiri. Wewe rudi hapa. Hiki nipatieni kaba mfuge mguu, kikitoroka tunashika. Simama hapo. Usitoke hapo. Umesikia? Mwapiga picha? Apiga picha haraka. Yes. Hawa munaweka kwa ile magazine yetu. Siku moja utakuwa ukisema haka nilikaona kakiwa katoto wakati kalibarikiwa, na huyu ndio anahagaisha dunia mzima akihubiri. Mwapiga yote? Piga picha mzuri. Kuja hapa. Kujeni. Hata wewe unaona na mdomo, kuja tu onea hapa na mdomo. Soga hapo katikati, simama hapo. Huyu mwingine nimeona mwingine kuja hapa.
wanajificha. No atoto innocent tu anatoto. No eno mwabihe baga. Hivyo ndivyo mlikuwa. Wewe simama nyuma, wewe ni mrefu, simama nyuma hapa. Kuja hapa mbele. Simama hapo. Umefunika huyu, simama hapo hivyo. Na wewe kuja hapa, simama hapa. Hapo hivyo. Umepiga picha? Wote vizuri? Yes, hiyo keep kwa record. Muangalie. Angalieni haya masura. Siku moja mtawaona kwa TV wakihubiri. Sasa kuja pitia hapa. Ngoja kwanza nikimaliza kuambia Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto hao wanapoenda kufundishwa, wanapoenda kukaa chini ya mwalimu wao, ukawabariki, ukatie moyo wa utulivu, wakatulie, wasikilize. In Jesus name. Amen. Sasa wewe okosa huko. Twendeni huko hivi. Sisi yote twende hivi. Twende hivi. Twende huko, twende. Wewe nasema twende. Twende hivyo, twende hivyo. Hivi. Hapana, hivyo. Hivyo. Wewe kuja. Ingia huko. Sorry. Thank you. Now that we have a class, so there is what? Redemptive power in pain. In the book of John 16, verse number 33, na hiyo mlango isifunguliwe, wakilia walie na huko ndani, wapatiwe yogurt, wakule. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. That be of good cheer, because the world has been overcome. By who? Jesus says that in this world, it is a world that will not be without tribulations, without challenges. This world is a world that will exist, but things will happen. Magumu yataonekana, mambo ya magumu, mateso yatakuwa, magonjwa yatakuwa, na mambo mingi yatafanyika hapa duniani. But be of cheer. Anasema nani? Be of cheer. Endelea kutabasamu, endelea kufurahia, maana mimi nimeovercome, nimeshinda hizo tribulations zote. They will not touch you. When they tried to kill me, I was not saved. Hata sikupetaka Ukristo. Sikutaka hata kidogo. Maana Yesu tulikuwa tunamuita mkora. Yesu tulikuwa tunamuita mtoto ya maraya. Yesu tulikuwa tunamuita mwisi ya mbao. Yesu tulikuwa tunamuita food ya mbao. We never appreciated. We never loved him. We never cared about him. Ungeniambia hiyo ningesema hako ni kamsugu ambako kameletwa dunia hii kuja kutuhangaisha. But little did I know, one time I will talk about this man. At one day I will preach about him. That one day I will say Jesus is my savior. I never had that idea. I never had anything concerning ati nitakuja kushika microphone. Sometimes naedaka kujisikiliza. Nikitoka hapa hivi nazungumza, nitaenda niweke simu yangu nijisikilize, na hata sometimes najiulizaga kama ni mimi. Because nasikiaga naona huyo sio mimi. Alafu naenda naweka zile tape za zamani nikiwa pande ule mwingine nikifurugana na hawa jamaa. Kuna siku walinikibisa bio, masisasi juu, napita hivi hawaniguzi. And I was proud of myself being a mungiki preaching about a God in a mountain. I never intended at any single day at siku moja nitahubiri Yesu Kristo. But here is me now, preaching about this man, Jesus Christ. I've been to jail 52 times. And in all these times I've been to jail, nimeenda huko, nimekuta watu wanahubiri, nimekuta watu wanasifu, nimekuta watu wanaimba, but I hated them. Na nikifika huko nilikuwa na make sure nimegeuza prison mzima. Inasema die, dada yagai die. Die, dada yagai die. Watu wanageuka. But I had the power to do so. I had the power to turn them around. Yet they were faithful. Yet they knew what they were doing. But in all these things, God was preparing me. Because all places alinipeleka with a reason. And the reason is today. So whatever that you are going through now, it got a reason. My brother, come. My brother, just come. I want to see this. You look at this man. I'll be giving you some few examples.
Come closer to me. I want you to look at this man. This man is going through huge pain. But there is redemptive power in the pain that he's going through. Because this is a man of God called to serve at the altar. But the devil took him away. The devil has been using him. This man has been to drugs. This man has done everything until his body doesn't have immunity. Ebu, inua hiyo mifuko yako. You see? Inua yote. Hizi ni vidonda which are 12 years old. Not 1 year. Not 2 years. But 12 years old. This man has gone through. And these are just but scars that God is allowing them. Fungua tu kabisa. Kabisa wacha kuogopa. Nataka waone. Because they will say, this is what you will use to preach the word of God. The name of God. This is what he will use to preach the word of God. That these are the scars. These are the challenges I've gone through. That my legs were almost to be cut because of these scars. But one day, he will preach, because in a month's time, these scars will not be there. In Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe sana. All the challenges that he's been going through, zitafika kikomo. Bwana Yesu, just look at them. Na wagalie sura yake. This man, cocaine ziko kwa mwili yake. Heroin ziko kwa mwili wake. Kichuri na bangi zote ziko. But God will use him. God will use him in a mighty way. Thank you, my brother. As you sit, umesikia changes. Pain imeisha. Imeisha kabisa. Sasa ni kudry. Si umeona imeanza kudry? Yeah? Si kama bereni. Bereni ilikuwaje? Ilikuwa mpaka inanuka kiasi. Ilikuwa mpaka inanuka. Na sasa? Sasa inasikia iko poa na sisikii uchungu. Thank you. Put your hands together for Jesus. Saizi zimeacha. Alikuwa ananuka. Lakini now he is not smelling. Baada ya kumwombea. Na sasa hiyo itakauka in 1 week's time. Karo, medically, mwende mumwangalie ndani, mwangalie kana mifupa iko sawa ndani vizuri, so that we can know from there. But he is already healed. In Jesus' name. Kuna kasichana kingine kako hapa. Wewe uka. Si mumeona huyu msichana kwa mtandao. Watu wengi wamemchukia sasa. But I'm not going to hate her. Hata mimi nilichukiwa. Huyu msichana alikuanga mchawi. Hakuna kwa mganga hajaenda, na unaona venye kako kasumati. Kama kuna mwanaume unajua boma yake ilianguka perhaps iliangushwa na huyu msichana. Nani? Wameanza kukupenda? Mnampenda? Simumpigieni makofi basi. Najua nilikuwa naongojea nitake kujua kama mnampenda. This girl, situpatie microphone kwa nini? Iko hapa. Ndio hiyo. This girl alikuwa anatumia uchawi kuchukua mwanaume yako. Na alikuwa anakata kanyama, anaweka kule kwenu. Inalala mpaka asubuhi. Anatengeneza vizuri, anakutengenezea breakfast. Kemani ogeria breakfast hiyo. Wanaka mutumia gukona tareke guyorona. Mutumia kwa kuhurira thimu agwitia kitu kama ya sele toka hapa kwenda kabisa. Wakati wako kadi na hauja. Darling, hi. Acha kejo kete muno jokete ihenya. Nego kana tigwa. Nego. Huyu msichana alikuwa anakuita hivi. Muse, jina yako ni nani? Alikuwa anasema Mwagi, before you sleep remember me. Before you eat my breakfast, your breakfast, I eat mine first. Before you treat your wife, you treat me first. Within 10 minutes atakuwa kwa hiyo mama ya nyumba. Na alikuita usiku. Tuambie vizuri, tuambie kastori kadogo tu venye ulifanya. Tuelewe ule waweka. Bari yenyu. Ndio nimwambie ni nini ilifanyika kwake. It was not her. Praise God. Kwanza nikufurahia kwa wenye wamekuwa akinipigia simu, na najua kuna wengine wamekuja. Thank you so much. Nilikuwa nafanya hivyo by the way. Nilikuwa naeka hawa wababa wenye wako na pesa box,
na nilikuwa master wa hizo vitu cause nilitumia mpaka majini. Majini ulikuwa unafanyaje nayo? Sasa majini unaekanga kwa mkono. Nikuite? Niite, nataka kuitwa. Niite. Niko ready. Alafu unaiongelesha saa 9. Saa 9 ni masaa ya waganga na wachawi. Saa 9 za usiku. So natoka nje. Na nimeanza kusikia kwa kitu kana nyuma hapa. Nakuita mimi. Wairimo. Nakuita Waruinge. Hebu niite sasa. Fanya nini? Niye Wairimo. Nakuita Waruinge. Before you eat, I eat. Before you take your breakfast, before you sleep, you make sure I've slept. I want to be your manager. I want to control your wallet. You see me as a flower in your life. I send you to go and get him for me. And within... You send you what? I send you to go and get him for me. You send him jini. Unamtuma. Sasa unanituma kwa radio. Iende in search. Ndio mnasema locate me. Locate me. Locate me. Sasa ukimuita anakuja. 3 hours azizisha. Unakuja, unanipigia na ukwambia ukuje. Ukikuja unapata nimelalisha nyama. Kwa fridge. Ama ni kwa oven. Wanajua kwenye nasema. Wajijazie. Sasa tulikuwa tunatumia kamaini. Unajua kamaini kana kuanga ka soft. Maini. Ndio kanaiva haraka. Kakiiva. So kuna dawa yenye unafaa uchanganishe. Hiyo ya mganga. Kuna dawa ya mganga, alafu sasa kuna hiyo maini na unaambiwa unyoe makwapa. Makwapa? Makwapa ni gani? Huku. Unyoe huko. Na huko kwingine. Alafu hiyo nini nywele unachoma. Ukichoma, unajua ukichoma nywele ukifanya hivi na natokanga unachanganisha na hiyo nyama na hiyo dawa. Yakata yaraba setelele. Na niguo ndari kimaramari. Gai, toko ni ndari ile. Naweza kuwa nimekula hiki kitu. Obvious, hakuna mwanaume hajakula. Na mimi ni kweli. Kuna siku nilikuwa natokaga hapa saa 7 usiku nakimbia mpaka Nakuru. Naendesha gari mpaka Nakuru. Afadhali nichukue kahaya. Nilipe 10,000 nifike Nakuru. Na nikifika Nakuru naambia umekuwa wapi? Naanza kumbebeleza na pesa nikimwambia shika tu. Ananiambia hii ni pesa kidogo sana, mimi nataka pesa ya kutosha kufanya kazi yako. Nikimuuliza girima kana merene iko igana. Asha, ogerai girigana. My dear kedenge refe giga kugerire. Si ndivyo anafanya hivyo? Alafu kwa hivyo mimi nishakula. Shakula. Kemani. Toi hamwe. Onawe? Karago, mutumia ndari ku muthi. Ni urite? So inaweza kuwa hata si nyama. So ndio maana nimesema kila mwanaume kuna possibility amekula. Unaweza kuwa umekula ikiwa kwa mayai. Hizo dawa unatumianga kwa mayai na si ya kuboil, ni ya kukaanga. Na chai, masala ama tangawizi. So Steve, tangawizi umekula. Tangawizi. Hata wewe tangawizi umekunywa. Mama aziki. Wewe matangawisi niweke tena tangawizi katuma tupe karugiro na mama. Wana hauja. Sasa ukifanya hivyo, what was your benefit? Si anakupea chenye unataka. Anything. Yeah. But now tell me. Kulingana na venye nimekusikia vizuri. Mababa siwegi umetembea na wao. Where did you take the money you get from them? Sasa ni lifestyle. Kuna lifestyle, kuna investments. Uko na investment ya hiyo kitu.
Yes. Thank you. God bless you. Mpigieni makofi. That is what I want you to understand. When you come here crying, my man has disappeared, you need first to rethink twice. Could he disappear? Sasa unaanza kusema amerogwa, unaanza kusema anafanya umaraya, temudrume wako adaigiraga nyumba, ni mumaraya, ni atuekire. Before you think of him being a prostitute, think of him having been called. Bwana Yesu asifiwe sana. But I went deeper to pray when she came and confessed. Kwa sababu tulikutana naye Thika na alikuwa ameona mbabas. Lakini mimi nimemwangalia nikajua wewe nitakushika, na nikamshika. Na wakati nilifanya hivyo vyote, baadaye nilitaka kuuliza Mungu, what is huyu mama, who is behind her, because she's too young to do those things. Nikataka kujua who is behind. Nikamuuliza maswali, akaniambia, nikauliza mama yako anakuaga nini? Akaniambia mama yangu ni prostitute. Ni kweli? Ni kweli? We are healing now. We are in the process of healing. Akaniambia mama yake alikuwa anafanyaga hizo maneno. Nikaomba zaidi, Mungu akaniambia through the processes za mama yake ndio mtoto alipozaliwa, mama yako anaweza kukubadilisha, akudedicate kwa shetani, akutumiange wewe. So huyu mtoto amepata pesa mingi ile imepitia kwa mkono yake, but nothing ako nayo kwa mkono, kwa sababu kuna dedication, na wale walimudedicate ndio wanafanya hivyo, ndio wana benefit. Kumbuka wakati wa Paulo na Sila walipotoka kule kwa maombi, wakipitia kwa mtu mahali fulani, kuna mama aliwafuata, ama kuna mama hakuwafuata? Kuna mama aliendelea akiwafuata, kisha wakakasirika, wakauliza huyu mama ni nani anatufuata? Paulo na Sila wakaenda wakasema the demon in you come out, na hiyo demon ikafanya nini? Ikatoka. Ilipotoka, who came? The owners of this lady, they came. Sasa huyu hakuwa yeye, ni yeye alikuwa anafanya, lakini ni kutumwa, ametumwa, maana she is under an influence of a power. She was not herself. Saizi ukimwambia hadi ajaribu hataweza, kwa sababu tumekata link. Kwa hivyo watoto wako nenda uangalie, why are they doing what they are doing? Why are they involved in whatever that they are involved in? Zile maneno wamefanya na zile mambo wanafanya, why are they? Could it be whatever you did dedicated them there? Kwa sababu ile tabia unafanya saa hii ama ulifanya kabla ya kuokoka, could have dedicated them, because already wewe ulikuwa dedicated. Through you wanakukapture, wanapeleka huko. This lady alikuwa na majini. Hiyo majini sio yeye alipata majini, aliletewa majini, ndio ikakuja ikakaa kwake. Akafikiria ni kuitumia, inatumia hiyo majini. Mubabasi akikuja akichukuliwa pesa, hiyo majini inapelekea mwenyewe pesa. So she was just an accomplice. Alikuwa tu tool ya kusafirisha from here to here. This man is dedicated. Alikuwa amededicatiwa kule baharini. This is a general, a big general kule baharini. Hiyo ndio process tunafanya nini? Ya kumtoa. Ndio akuje, arudi kwa huu ulimwengu, atatuambia maneno ya huko yote. Na ndio kwa maana mimi pia niliingia kwa Mungeke. Sio mimi nilikuwa kwa Mungeke. Sio mimi. It is my grandfather. Ile spirit ya grandfather yangu alikuwa anaitwa General Waruinge. Ndiye alianzisha Maumau. Na hiyo Maumau ndio alitengeneza kiapo ya Maumau. Ndiye alifanya vitu zote, hata Maumau yote ndiye alitengeneza. Na mimi ndio nilitengeneza Mungeke. Hata kiapo ya Mungeke mimi nilitengeneza. So it was not me. The figure you are seeing, it's me. But it was not me. It was that old man. Until I went to my spiritual father, akanisaidia to rediscover myself. Then he pulled me out of the spirit of that man, and I became myself. That's why I'm able to preach to you. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the kind of teachings I want you to understand. Sio hizi teachings za miracles za kina Manyuru. Sio hizo. Hizo ni fake, kwa sababu yeye anataka kukudanganya akuitishe pesa.
Because for him it's about miracle. It's not about what took you where you are. Why are you suffering? Why are you facing these challenges? You have been going to church, from one church to another church. Umeingia kwa makanisa mengi sana. Lakini katika hiyo makanisa yote haujapata. Hata kwa hiyo Manyuru ulitoa pesa, but still you have the problem. Hata kwa huyo Ezekiel ulitoa, lakini you still have the problem. Kwa Mackenzie ulitoa, but you still have the problem. But why are you having this problem? Because you don't understand what kind of a spirit you are fighting. When you, how Paulo na Sila walijua, this is a demon that is following us. Walikongoa, wali speak to this demon na ikatoka. Immediately, when your demon walikuja. These demons, they have owners. The problem you are facing now, it got an owner. So don't deal with the problem. Deal with the owner of the problem. Hiyo ugonjwa uko nayo, iko na mwenyewe. Deal with the problem. The owner of this ugonjwa, ndio utajua ni nani. Na hiyo lazima ukae chini ufundishwe, ndio uelewe kuna mwenye ugonjwa hiyo unapitia. Kuna mwenye umasikini hiyo unapitia. Kuna mwenye mateso hayo unapitia. Na huyo ndio unafaa kushughulikia. Usishughulikie mateso. Kwa sababu ukishughulikia pale, mateso itaondoka peke yake. Because the owner, huyu mama walipoongea, wakatoa hiyo pepo, wenyewe walikuja, wakashika Paulo na Sila. Waliposhika Paulo na Sila, wakampeleka mpaka kwa soko. Hakupelekwa korokoroni. Walimpeleka wapi? Kwa soko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unaona mwenda wazimu wengi wanakuaga kwa soko. Because kwa soko ndio kuna operate, watu wana operate na mapepo na nguvu za giza na majini in the market. Walipofikishwa kwenye market, waliwekwa mbele za watu na wakachapwa, na wale waliwapeleka wakamwambia, huyu amekuja kuharibu biashara yetu. So it is a business. Whatever she was doing, yeye amejikuta kwa majini, amejikuta kwa wagaga, but sio yeye. She was dedicated. Akapeano kwa shetani, akafanyika kama chombo cha kufanya kazi. Wakati huyu mama alitolewa mapepo, alifanyika akakuwa mtu. Angalia Yesu akivuka kwa mto. Alipotuvuka, alikutana na mtu ambaye alikuwa amepagawa na demons. Na hizo demons zikaanza kuongea, zikimuita mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, usitufukuze, uachane na sisi. Lakini Yesu akaendelea kuwasogelea. Nao wakaambia Yesu, tukubalishe, tutoke hapa, tuende wapi? Tuende mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na immediately, kumbuka huyu mtu alikuwa na nguvu, alikuwa nafungwa na nyororo, anazikata. Mtu huyu alikuwa amejikatakata kama huyu. Mtu huyu alikuwa amejitesa. Alikuwa na mamlaka ingine ambayo si ya dunia hii, ni ya dunia nyingine. So when Jesus came, this demon got out of this man and the man became whole again. Huyu mtu akakuwa mtu wa kawaida. Huyu mtu akakuwa ni mtu ambaye ni wa kupendeza. Kwa nini? Kwa sababu kuna wale waliweka hizo demon ndani ya huyu mtu. Kuna wale waliweka hiyo shida ndani yako. Kuna wale waliweka hiyo ugonjwa uko nao ndani yako. Maana katika ugonjwa huo wanakulia. Katika mateso ambayo unayapitia wanakulia. Wewe ni chombo cha kufanya kazi ya giza. Wewe ni chombo cha kufanya kazi ya shetani. Lakini hauelewi wewe ni chombo namna gani. Ndio nananga mtu anaambiwa ako kwenye depression. And when a person is in depression, hajuangi. You don't know kama uko kwenye depression. You can't know. Wewe utakuwa ukitembea, niliwaambia some other time nikiwapatia testimony yangu, how I used to pupu najikunia. Nikitembea tu nasikia ni kama kamunyabo kanatoka, lakini ni kuachilia na achilia. Na mimi sijui, na ikianguka naona is okay, niko okay. Nikiona mainzi zinanifuata ninasikia ni kama ni watu wananiimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are in a depression, nakojoa kwa kitanda, alafu hapo nimekojoa nalalia maana kuna kajoto. Unakuta nataka sana kulalia hapo kwenye kajoto hako. Na sitaki kutoka. Na alafu natamania tena nisikie mkojo mwingine. Nikojoe ndio hiyo sehemu nyingine pia ishike moto kama hii. I will think it's my normal. Nilikuwa nafikiria ni kawaida. Nilikuwa nafikiria hivyo ndivyo kunatakikana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nyumba ikanuka, nafikiria iko sawa, inanuka mafi, ninakunya kwa kitanda, ninakojoa kwa kitanda, na nitaka imagine hiyo harufu ya 2, 3, 4, 5 days. But I was feeling, nasikia kama ni manukato. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia ni kitu kizuri, mainzi zimejaa kwa nyumba, nasikia naona ni kama flowers zinatembea kwa nyumba. Because I was going through a depression. I was going through pain. For me it was normal. But people out there walianza maombi kuniombea. Na mimi sikujua wananiombea. Walijaribu kuja kunizungumzia, nikachukua kipanga nikawafukuza. Because I saw myself a normal person. But it is not me. There is another force ambayo ilikuwa inanitumia. Wakati nilihama Mungiki, that spirit that was controlling me in Mungiki was not happy with me. It was not completely happy. It found a way to capture me again. And I was captured. And in the process of being captured, now they had a plan, a clear plan. Finish this man, asirudi huko tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Paulo na Sila walitoa hiyo pepo, walipelekwa kwenye soko na wakapigwa. Na walipopigwa, walipelekwa mbele ya judge, aliitwa kwenye soko, na wakahukumiwa. Kwa hivyo hii ni serikali. Wenye mapepo walikuwa mpaka na magistrate. Wenye mapepo walikuwa mpaka na koti. Wenye mapepo walikuwa mpaka na jela za kukuweka. Ndio maana unaona uko ndani ya jela na umeshindwa kutoka. Hiyo jela ni kuwekwa, uliwekwa. Paulo na Sila walifungiwa. Paulo na Sila walikamatwa na wakapigwa na wakahukumiwa. Hiyo ambayo unaipitia sasa ni hukumu iliyofanyika katika ulimwengu wa maroho. Ni hukumu iliyofanyika na ikatatuliwa na ikaamuliwa. That is why you have the challenges you are facing now. That is why you cannot be able to understand yourself. That is why you cannot be able to understand at what position you are in. You are not able to control yourself. Somebody told me, ati mimi sijui, everything is crumbling down. I'm trying everything. Na ninaona ni kama nimefika mwisho. Hayo mapepo ndio yamekutayarisha, yamekupangia, na yamekuambia now ukunywe dawa ukufe. Maana they want now to finish you. Bwana Yesu asifiwe sana. They will attack you in the process of you trying to come out. In the process of trying to become who you are supposed to be. Because there is every reason for you to be existing. There is every reason for you to be what you are. There is every reason for you to be in that position. That position God gave you. But they have a position they want to give you. Every plan of God is in you, but they have a different plan they want to give you. Myself, I was called a preacher. I was called a man of God. I was called to preach the word of God. I was called to liberate, to bring liberation to mankind. But even them, they had another agenda. They had their own mungiki, their own plan. And instead, they gave me their plan, which I embraced. And I became the national leader, an international leader, a powerful leader. And they glorified me that I will forget my initial plan that God had for me. Every person, you have an original plan. Every person, when you are given birth, when you came out on this world, there was a plan for you. And the plan for you, it is in the book of Timothy that it says, I have got good plan. The plan not to destroy you, but to do what? But to do what? To make you a better person. The plan of God is not meant to destroy. The plan of God is not meant to bring you down. The plan of God is to produce the real man that He intended you to be. There is an intention of God in your life. There is a plan of God in your life. There is a reason why God created you the way you are. You are the way you are because God has a good plan for you. That is why He said, let us make man in our own image. So when you look at your mirror, you don't see yourself, you see God. When you look at your mirror, you look at your photo, don't see yourself, you see God. Then point at that photo and tell that photo, you are my God, because you look like God. Therefore, whatever you are seeing will become your God. Therefore, the good plans of God towards you must start to excel.
Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what you go through. Those are the challenges that we go through. The reason you are suffering the way you are suffering is because you have a calling. The reason they have rejected you, it is because there is a calling in your life. The reason they have said you are nobody, you are stupid, you deserve to die. You don't deserve to die, you deserve to live. You don't deserve to be destroyed, you deserve to become a king. Some of you are kings and queens here. Some of you are big business people. Some of you are highly anointed. Some of you got power unto you. But the devil has come and spoken to you. Na anakuambia you are worthless. When Paul and Silas were taken inside, they were locked. They were not locked because of crime they committed. They were not locked because they were not good people. They were not locked because they didn't know God. They knew God. They had come from a prayer of 40 nights and 40 days. They had come from fasting. Yet God allowed the process to go through. When they came and they speak into their purpose, when that was the beginning of putting Paul and Silas into their purpose, why they were born. At your purpose, at the inception of your purpose, at the inception of your destiny, that is when they will come and attack you. Paul had come, and that was his beginning of ministry. That was his beginning of this man, the man that was called by God. That is when the devil came and struck him. Yet he had come from God. So being a Christian, being saved, does not mean you not face challenges. And when you are facing challenges, does not mean you don't belong to God. The challenges are there to make you that better person. The challenges are there to make you succeed in your life. I want to speak to somebody today. I want to speak to your life today. I want to speak to your mind today. That all the challenges you are facing, all the shenanigans of your life that is in you, it is not in vain. God knows why. There is nothing that happens in your life that God does not understand. He knows why. He knows why your house was locked yesterday. He knows why your husband left you. He knows why your husband died or your wife died. He knows why your business is not going on. He knows. So you better continue engaging yourself to him. When Paul and Silas were arrested, they were beaten up, yet they had come from God. They were beaten up, yet they had come from worshiping. In fact, walikuwa wametoka kwenye maombi. But they were beaten up. Walipigwa vita. Walipigwa mpaka karibu wakakufa. That is when the judges and the police came and took them to prison. After the judge, the magistrate, declared a decree that they be arrested, be taken to court. The devil will declare. The devil will say, huyu mtu akuwe locked. This girl has been in the lock. Amekuwa kwenye kifungo cha shetani. Hata wewe na mimi tumekuwa kwenye kifungo cha shetani. Now katika kile kifungo, that is where you decide what you will become. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ukiwa ndani ya kifungo, that is where you decide whether you are going to walk and live according to the plan of the devil or you are going according to the plan of God. When Meshach and Abednego waliambiwa wasirudi kumwabudu Mungu, walisema hata kama huyo Mungu atatukataa, we are still going to worship him. Hata kama atasema hatujui, we are still going to worship him. They stood with the purpose of God that was in them. They stood with the reason of God in them. That is where we succeed and that is where we fail. That is where we don't make it and that is where we make it. When you stand to the purpose of God, to the destiny of God, to the reason why God created you. Because he created you not in vain. He created you because you have a role on earth. He created you because you have a reason here. And then Paul and Silas, while they are in jail, they increased the praise towards God. They increased the praise and they lifted their God. They were never demeaned. They were never stopped. The situation magnified the Spirit of God in them. Let that situation magnify the Spirit of God in you. Let that situation you are going through magnify the authority of God in you.
Let that situation you are going magnify the authority of success, the authority of conquering, the authority of winning, the authority of becoming. It will define you. While they were worshiping God, they continued to pray and they continued to praise God. As they were worshiping, then an earthquake came. And that is where what God has for you determines what you become. They continued to pray. They continued to glorify God. They lifted up the name of God. They raised him up. They glorified him. They said, God, you are Adonai. They said, God, you are El Shaddai. They said, God, you are Ebenezer. They continued irrespective of the situation. Do not run away from God. Run to God. When things seem to be so difficult, when things seem to be so disarray, when things seem that they're not working, that is when you come closer to God. Paul and Silas came back to God and came closer to God. And in the process, misingi kulitokea jinamizi, the earthquake came. And they went right to the foundation. The earthquake did not come only to destroy the building, but went up right into the foundation of the root cause, of the root power of the people that have kept them inside. The foundation was shaken. Until in a manner you shake the foundation of the challenges of your life, until in a manner you shake the foundation of what has made you to be poor, until you shake the foundation of why you are doing what you are doing, until you shake the foundation of why things are not working, you will not get it. Shake the foundation. By shaking the foundation, is remaining to the core, to the cause of God, to the authority of God, to the love of God. Shake that foundation. You have been fighting against the spirit of immorality, yet you are a man of God, yet you are a woman of God. But the spirit of immorality, the more you go to Catalonia to pray, the day you come out, the first thing you think of is that immorality. That is not you. That is not normal. That is not where it's supposed to be. Do not hate yourself. Don't fight yourself. You now understand there is a foundation of immorality in me. So shake the foundation. Shake that foundation that have caused you to suffer. Shake that foundation that has caused you not to go through, not to succeed. Pain can be either emotional or psychological. And that is now, when Paul and Silas were captured, the psychological part of it started working, because the devil tried to demean them, to make them not work, to make them not go where they were supposed to go. They were coming from a prayer center. They were coming from a church. They were coming from serving God. They were coming from doing the will of God. Some of you have been serving God. Some of you have done everything possible. Some of you have done everything that is required in church. Tithes have given. Oh, there's the sacrifices you give, the offering you give. You do service to church. You come to church on Saturday to worship. You come to plan everything. But the more you are getting deeper doing the will of God, the more you are suffering. The more people have rejected you. The more things are collapsing. I want to tell you, it is because you have not touched the core foundation of your challenge. It is not that God is not listening to you. God was still with Paul and Silas as they were being beaten. God was still with Paul and Silas as they were being mocked, as they were taken to jail. God was still with them. God was still walking with them. God was still being God. He was never diminished. When Meshach and Abednego were being taken to a den of lions, when they were being taken to where they were being to the fire, for the fire to consume them, they continued to pray, and God remained to be God where he was. But them, they remained with God. The challenge never stopped them from worshiping God. The challenge never came an obstacle of what they want to be. The challenge never stopped them from desiring and saying, my God will still exist.
your God is still existing. Your God is still faithful. Irrespective of your husband abandoning you, irrespective of your wife abandoning you. When I remember one time, as I was doing my life, my things, I was a rich man, a powerful rich man, and every resource of money was mine. I controlled Nairobi. I controlled the matatu industry. I controlled the garbage collection. I controlled everything. So per day, 5 million shillings were coming to me. But at some point, I lost all this money and I became a beggar. Sometimes I went to the matatu stations and they will refuse to board me in because of the history ahead. The Mungikis that I used to work together with them, they burned all my houses. They burned all my cars. And I was left without anything. Na matatu bado ilikuwa inakontroliwa na watu wa Mungiki. So the driver, akiniona, they will not carry me. The conductor will not allow me to get in the matatu. There's a day I walked from town to Ngong, just walking, because no vehicle will carry me. Na nikipita kwa barabara, no car, no private car will stop for me. So I had to walk. I had to walk. It was about 6 in the evening from Nairobi. And I walked to Ngong. I was there by 12 midnight. But God still remained to be God. God still remained a holy God. He never, hakuna kitu ilibadilika kwake. Na hakuna kitu kilikosa kuendelea. That is now, when I sit down today, I remember the way I walked. I cried. I didn't have money. I cried as I was walking to Ngong. And sometimes I met those monkeys along. They scared me. At Ngong, near the Bagadi River, a snake crossed ahead of me in the night. And it was a big snake. I almost stumbled on it, but it didn't bite me. But the Makangas were still laughing at me as they were moving. They were saying, no, sure, they are here. And they will not carry me. No vehicle carried me. Nobody wanted to be around me because I was a hot potato. Nobody wanted me. But still, God wanted me. I was not brought down by the challenge. I was not sunk down by the challenge. The challenge made me a better person. The challenge made me be a bigger person. Today I'm preaching because I never killed myself. I am preaching because I never saw myself as a pity. I am preaching because I saw to myself that there is something powerful that is in me. There is something special that is in me. Tell your neighbor, there is something special that is in you. God is still looking. When they are dealing with your psychological and your emotions, they try to weigh you down. When the pain is dealing with your psychological part, it brings you down, diminishes you, reduces you, and it puts you in a position of compromise. When you are put into a position of compromise, that is when you see it is like there is no God. That is where you see it is like God has abandoned you. That is where you see it is like God never wanted you to be in this world. I want to tell you today that it was the plan of God to be where you are seated now. It was in the plan of God to be what you are today. It was the plan of God for you to succeed. He never brought you to suffer. He never brought you to this world to suffer. But the plan of the devil has always want to bring you down. But God has a good plan for you. Praise be them. So when they are dealing with your psychological part, do not agree with them. Refuse to agree with them. When they are trying to do something that is wrong to you, that they are trying to just juggle your psychological part. Oh, stick to your God and tell my God, I'm still your child. My God, I'm still your son. My God, I'm still your daughter. My God, I'm still yours. Nothing will stop me. Nothing will bring me down. Nothing will bring me down. I will still walk. I will still do your will. I will still belong to you. No matter the situation, I'm going to walk. I'm going to stand. I'm going to preach your word. And it will not hurt you. As I was walking at Ngong town, it was around midnight, a mad person came to me and he slapped me and he told me, it was painful.
And ever been beaten by a Mogoroki, yet you think you are normal, then this Mogoroki slaps you and tells you, Mogorokio oshokereregai. So who was that speaking to me? Is that a Mogoroki? It was God. So despite me walking from Nairobi in the night alone, God was still walking with me. God still wanted to tell me, my son, I'm with you. I have not abandoned you, but I'm producing what I intended in this world. I am producing the purpose of you. I am making you a better person. And when you are facing these challenges will come to you depending or based on what? The calling you are carrying. The calling that you are carrying will be judged, will be weighed with what you are going through. The challenges, kama unapitia kukanyagwa na kuku ama kurukiliwa na kuku kwa kichwa, na unaita hiyo challenge. Kuna mtu mwenye anakanyagwa na ndovu na amekanyagiliwa, na kichwa imekanyagwa na ndovu, na miguu imekanyagwa na ndovu, na tumbo yake imekanyagwa na ndovu, lakini anaendelea kubreathe, lakini anaendelea kusema Mungu yuko, anaendelea kusema kuna Mungu mbinguni, anaendelea kusema Mungu anaweza, anaendelea kusema Mungu ana uwezo, anaendelea kusema Mungu ana mamlaka. Licha ya kuwa amekanyagwa, lakini nataka nikwambie, there is God in heaven. There is God in heaven. Watakupigana na wewe, watangangana na wewe, watangangana na maisha yako, watangangana na biashara yako, watangangana na huduma yako, but there is God in heaven. It doesn't matter what they say about you. What matters is God with you. When Meshach and Abednego and his brother were told to get into where they have lit enough fire to consume them, God had another plan to make them create fire, a bonfire, where they will go and sit. Na waote moto. The fire was meant to consume you. But in the plan of God, God saw my sons wanasikia baridi. He needed fire for them to keep them warm. So this challenge you are facing, it is not meant to destroy you. It is meant to protect you from an enemy who is waiting there. When you delay for a minute, it is not a challenge. When they stop you from boarding to that matatu, don't argue with them. When they stop you from going to Mombasa, don't argue with them. When they stop you from going to America, don't argue with them. There is a good plan. Because if you went to America, you will die. God sometimes will take you to jail because the enemies outside there, they will kill you before your time. God sometimes will cause you not to get married, because in marriage you'll be depressed until you die. And the purpose of him is when you are going to die, that is when he wanted to use you. So rather, instead of him giving you a wife, he will cause you to remain bashara for the rest of your life, until such a day your purpose begins. And when the purpose begins, this woman that is supposed to be a wife will be touched from an angle where she is. Wherever she is, she will be connected to you, because the purpose of God has just started. God, wait until that purpose of God to arrive. Wait for that time of God to arrive. Wait for that plan of God to start manifestation. Wait for that move of God to start manifestation. Because that move of God, when it will start with everything. When the move of God begins, anything that you need in the move will be created for you. Anything that you need for you to succeed, it will be brought to you. The people to support you, they will come on board. The people to work with you, they will come on board. Everything will come on board, and the entire situation will be gratified. And all the people thought you were going to fail, they will come and join you. At some time, it was something painful to a man of God called Job. He woke in the morning. One day, he was told, all your goats are dead.
The same day, he was told, all your cows are dead. The same day, he was told, all your children are dead. The same day, his world collapsed. Still, he worshipped this God. The brothers and sisters, they came to him and told him, we think you are not normal. The challenge you are going through, people will think you are not normal. The process that God is taking you through, yourself, you look at your mirror and you'll think, this is not right. This is not right. But there's one thing I want to tell you today. That challenge is temporarily there. That challenge is not meant to kill you. That challenge is not supposed to bring you down. It is a process to process you. So do not be afraid of that process. Get deep into that process so the process can take shorter time. But when you try to fight the process, when you try to say, I am the one, when you try to say this, and instead of following the purpose of God, you become a diviner because you want to prophesy, because it was said of you that you are a prophet, because you want to prophesy because somebody prophesied 10 years that you are a prophetess, and now that you have waited for 20 years and this thing is not working, then you decide, you become a diviner to start the divination spirit in you. I'm telling you, wait for that time. Ongojea wakati wa Mungu, maana Mungu anajua. Mungu anajua. Wacha kutabiria watu kama wakati wako haujafika. Wacha kunenea watu kama wakati wako haujafika. Wacha kurukaruka huwa kama wakati wako haujafika. Wakati ukifika, Mungu ameutengeneza, Mungu ameupanga. It gonna work without a strain. You will not strain. You will not use any energy. You will not use any power. Because when the moment of God has come, when the moment of God has arrived, everything associated with the moment will be available for you. Everything associated with the authority, anything that is associated with what God gave you will come around you. In fact, you'll be coming and you'll be finding them waiting for you. They'll be telling you, we have been sent to come and assist you. So wacha kiherehere. Ambia mwenzako wacha kiherehere. Wacha kiherehere. Hatutaki kujua. Mwambie hatutaki kujua wewe ni nani. Mwambie hatutaki, mimi sitaki kujua wewe ni nani. Mwendana hinya, mimi sitaki kujua wewe ni nani. Oh, let your God manifest through you. Let your God manifest through you. Your shouting will not help me. Your crying will not help me. Your making noise will not help me. But what will help me is that God that is in you. Hallelujah. When you have your God and you know your God is doing, all pains got one thing in common. They all have a redemptive power. They all have a redemptive potential. Every pain. It doesn't matter uliteswa namna gani na bwana yako. It doesn't matter how many times you've been accused. It doesn't matter how many times they have said you're a devil worshipper. It doesn't matter how many motherholders will come and shoot you. The best thing that is happening in your life is that they will shoot you, but you are going to exist. Na watakuja kushuhudia, and they will become your friend because they were not your enemies in the first place. It is that enemy that was in you that was attacking them too. So when the enemy in you is killed, you become that great man. Do not plan to commit suicide. Do not plan to run away. You don't run away from God, you run to God. When you are in pain, when you are suffering, when you have challenges, wakati mambo yamekuwa mazito, in fact Jesus say, leteni mizigo yenu nyinyi mliolemewa, maana niko na uwezo wa kuwasaidia. Praise be the name of God. And that is the only thing that can change you. This redemptive power is meant to make an individual better than before. What you are going through today, you will write it down because it will guide you to what you are going to become. The power and the challenge you are facing today, it is an authority from God because they are molding you. Sometimes we sing this song and we don't know what we are saying.
laiti mungejua mnasema nini. Kwa sababu hizi nyimbo zote mnaibanga, you need to sing a song by understanding. Wacha kuimba wimbo kwa sababu inaibwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa praise and worship, najua mnapenda nyimbo. Nyimbo ikiwa hit kila mtu anaimba. Lakini you need first of all to understand the song before you start making it a hit. Or even if it's a hit, are you going through the process? Because it is a hit based on the process of what it's going through. Niumbie moyo, alafu moyo wa nyenyekea. Niumbie moyo mpya, lakini kumbuka uko na moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niumbie moyo mpya, lakini kumbuka uko na moyo. Ni kumaanisha, unamaanisha nini? What are you telling God? What are you telling God? Yeah? To create a new heart. That angoja, to create what? A new heart. And the old heart you have? No. Already you have a heart. Why do you want a new heart? And what will happen to the old heart? You are telling God, destroy me, then make me. That's a prayer. You are telling God, crush me down. Crush me down, then make me again. So you have instructed God to crush you. And akianza process ya kucrush, unaanza kusema, the devil is a liar. And that is where Christians were failing. If you invited God to crush you, let him crush you properly. You be crushed, ufanyike unga. Mnyungu ikavunjwa, inavunjwa, inakanyagwa, inabondwa, inakuwa tena mchanga, tena inaumbwa upya. When you invite God to crush you, allow him to crush you and be ready for the crush. Ask yourself whether you have ever prayed that prayer. That is why you are suffering. It is not the devil. God is crushing you. It is not the devil. If you did, you went to Kataroni and sema, Mungu niumbie moyo mpya, moyo wa kubondeka, moyo wa kunyenyekea Baba, moyo wa kukutamania Baba. You signed a consent with God. He has demolished you, or he is demolishing you. So be patient, because he's gonna do what you instructed him to do. Be patient. Stop this, devil is a liar. Stop this, no. Ulimwambia Baba, penya kwangu, ingia kwa nyumba yangu Baba, iponde bonde, iunde tena upya, nijengee boma mpya. Hiyo nyumba itabomolewa yote. Kama ulikuwa na bwana wa wenyewe lazima ataenda. Kama ulikuwa na mke wa wenyewe lazima ataenda. Kama ulikuwa na vitu ambao ulinunua na vitu za kishetani zitaenda. They will all go. Because you have given God permission. So waje ukianza kukamatwa na umaskini, don't complain. Go back to Katoroni umwambie God, stop now. This is too much. This is unbearable. In every bad thing, in every bad situation, find God also. He might be in there. And in every good thing that is happening in your life, hata shetani anaweza kuwa hapo ndani. So it's upon you. What did you call God for? Did you ask him to demolish you? I can see sometimes you are in a prayer mountain and you ask God, akubomoe. Now he's bomoing you, and yet you are shouting the loudest. Baba kuja. Baba ukatureu. Baba ndukariganirwo nenie. Baba tikuriganirwo ariganirwo niwe. Baba nethubana agerire. Amomore hau hangi hatigarite. And when you give God an instruction, it will be completed. It doesn't matter how you cry. It doesn't matter what you will become. Hata uende kwa Mackenzie, utatolewa huko. Siku na wengine hawakukufa. Walitoka huko, wamerudishwa kwa dunia, waendelee kusuguliwa vizuri.
The sandpaper must work in you. The panel beating must work in you. It must work. Therefore, when you are calling this God, you must understand, how do we do a prayer? I will teach you about how to pray. Because that is our mistake. That is the greatest. Alafu kutoka hapo naomba imba mwingine. Ati ni wewe unajua. Machozi haya. Hebu tuimbie hiyo imbo. Sitaki kuimba. Chozi haya. Bako unasikia mpaka sauti inapotea. Ni wewe. I'm asking you, did you understand why this woman cried? Did you understand why this woman created this song? It is only she that knew the pain she was going through. Now you've started singing that song. What will happen? You will face a challenge she faced for God to be justified. When you call the God of Joshua, the God of Abraham, and the God of Isaac, you need to understand, what did God do with Isaac? What did God do with Joshua? What did God do with Moses? Jehovah, Gaiwa Ibrahimu, Isaac na Jacob. Siyo ndio mnazoea sana. What did God do with Joshua? If you call the God of Joshua, come now. Joshua was a violent man. Joshua was a militant man. Joshua was a murderer. Joshua was a destroyer. You invited the God of Joshua. What will happen to your life? The God of destruction will come. Because that is why. That is how you invited him to come. God will come to you the way you invited. You call the God of Meshach and Abednego. Are you on fire? You will be taken on fire. You call the God of Daniel. Is there a lion around you? Tajipata. Utajipata kule. Understand God, how you invite him. That is how he comes. Most of you are suffering, not because the devil has been into your life. You are suffering because the type of God, the manner you invited God to come into your life, that is how he came. And because there is no that challenge that faced his man, God will get that challenge so that he can appear to you. Hello? So before you start saying devil is a liar, angalia kama ni request yako inafanya kazi. Before kutembelea kwa manabii kila mahali, go and check in your prayer list whether it is the list inafuatiliwa to the letter. You are not suffering because the devil is always making you suffer. You may be suffering because you invited the suffering. God is making you what you want. Before Joshua became Joshua, he went through a process. Before Moses became Moses, he went through a process. And you have invited a God of Moses. Remember, the God of Moses protected Moses at birth. And then Moses was taken to the river. And then somebody was commanded to go and pick the baby. And this baby was taken to the king and lived in that homestead until he murdered for him to be chased away. And his process started. Praise be the name of God. Check at what and how you are praying to God. What you want to become. And you ask God to make you, you will become. Understand how to pray. Go read the book of 2 Kings and understand how King Solomon prayed to God. We just don't get into God. Tunaenda tu tunaomba na tunaambia Mungu, tunaanza to praising and lifting God. Hakuingia, our Father who art in heaven, thy kingdom come. Bwana Yesu asifiwe sana. We were not told, Baba, angalia shida yangu. Oh Baba. God is a man. God is a man. You need to persuade. You need to have a persuasive language.
Don't go jumping into God. Oh Baba, unaona Kenya ajui venye amenionea. Unaona venye ameniroga. He will not listen to you. He will say there are two idiots. They are making noise down there. The approach of God, you start by a process. Solomon was God appeared to Solomon. Akamwambia sema kile unataka nitakupatia. Solomon had an opportunity kumwambia nipatie jezi. Baba si umenifanya king? Niletee reke squad. Na uniletee makomada wako na vifaru na kila kitu. No. He told God, I want to thank you for making my father a king. Father, I want to glorify you. Because had it not for you, my father would not have been a king. Thank you, Father, because of choosing one of his sons to sit on the throne. Thank you, Father, because of fulfilling the promise you had with my father that you will make one of his sons to become a king. He never made a demand. The whole prayer, the only demand he told God, give me wisdom that I may judge your people in a wise way. And that is what was given to him. He persuaded. The prayer of the Lord is, our Father, who art in thy kingdom, then thy will of God be done. It is not your will. It is not what you demand from him. It is not what you say him to do for you. It is his will to be done. Thy will be done. Then, as it is done there, it be done here. So completely you surrender. A genuine prayer and a powerful prayer is genuinely to surrender to God, not to make demands. Don't make a demand to God. He knows. Before you open your mouth, he knows what you want. Before you go to Catalonia, he even knew. Before you go to Nigeria to see TB Joshua or to see whoever that you are going to see, he knows. Before you even embarked from home to come and see Waruinge, he knew what you want. He is only waiting for that compassionate prayer. Just uplifting him. Just lifting his name. Just glorify him. Make God your great. Akama amekaria. That is why he told Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter number 20. He told Jehoshaphat, do not prepare an army. Do not prepare men to go to war. Prepare praise and worship team for them to just praise me. That is all God wants from you. Just praise. If we can make this church a church that praises God, a church that worship, we have 2 hours total worshiping. Yani tunaimba, munarara huko chini for 2 to 3 hours. Wachana mahubiri migi, wachana story migi, wachana mangano nyiki. Ukikia hapa, the atmosphere of the praisers and the people in the church praising, you don't even to be preached to. You don't, nobody will come and say, I prophesy. Things will just start working. Just praise God. Just be a praiser. Wacha mastori migi migi. Wacha kakaramiki na mavitu migi na toko nyingi. Wachana nazo. Just worship God. Create that room for worshiping God. Go there. Worship. Don't make any demand. Don't tell God that my son is smoking weed. Don't tell God that my son amepotelea kwa changa. Don't tell God my husband was stolen. No. Just worship him. In whatever situation that you are in, worship this God. And I want to tempt you this week, from today to Sunday, don't make a demand, but worship God. Glorify God. Muite Ebenezer. Muite Adonai. Muite Elohim. Muite wewe ni Baba. Wewe ndio uliumba mbingu na dunia. Malaika makerubi wote wanakuinamia. Na mimi ninaunganika nao kukuinamia. Maana kwenye kiti cha enzi umekalia utukufu huko. Mwanga unawaka. Uliumba nyota, ukaumba mwezi. Dunia hii ni wewe. Umeniumba hata mimi. Ninakuabudu kwa upendo wako. Ninakuabudu kwa vitu zako. Ninakuabudu maana wewe utukufu ni wako. Just that. Make the 2 hours of lifting God. Don't make noise. Usingangane. Ah, baba! You wachana you jiga. Mungu apendagi kelele. Kwa sababu sasa mama tuseme wewe umeanza na wewe mnaomba. Huyu kwa sababu unataka kuinua sauti yako naye na Mungu katoni kwa tule to sales. Huyu anaanza God!
na huyu mwingine sasa malaika wametumwa. Kwa sababu ni malaika wanatumangwa. Nenda msikie hiyo kelele ni ya nini? Unataka kuniambia malaika watarudisha ripoti gani? Hapana, watarudisha ripoti. Huyu alikuwa anatoa sauti gani? Oh God! Oh God! Hiyo ni sauti ya nini? Watasema nimesikia huko kuna puda na busi wawili. Hiyo ndio ripoti itarudishwa huko. Lakini when you worship God, when you kneel down to worship God, He does not send His angels. Him personally comes. Worship brings God into your house. Worship brings God into this sanctuary. Worship brings God into your life. And when God comes, one encounter with God, He comes with a promise. One encounter, that is only what you need in your life. One encounter with God. That one encounter. That Abraham had one encounter at the Mount Moriah when he was about to slaughter his child. Then God appeared to him. And God told him, this world, everything in this world belongs to you. Jacob, when he gave a sacrifice, he had one encounter with God. He was taken to where his grandfather alikuwa anafanyia madhabahu. Kulala hapo kidogo, akaona watu wakatembea. Mbingu yake ikafunguka. Jinsi ya kuelewa kuomba inafungua mbingu yako. Na hiyo ndio kitu ya maana, kujua kufungua mbingu. Na ukifungua mbingu ikifunguka, hakuna kitu kinaweza kuzuia. Wakati Abraham alifungua mbingu, watoto wake walitembelea kwenye hiyo mbingu iliyofunguliwa. Maana hapo ndio Yesu aliwekwa kwenye msalaba. The same venue his grandfather was doing the sacrifices. That is where Jacob saw the heaven opening. Watu wakipanda, wakiteremka. Because they operated in an open heaven. To open your heaven, heaven will only open once. And when it opens, it will never be closed. So know how to open that heaven. Know how to get the key to open that heaven. It is not the noises you make. It is not the gifts you give. It is not whatever. There is that moment. So always be in the process. Be in the moment of praising and lifting up God. When He comes, when He hears your praises, He comes. Ile milango ama ule mlango tafunguka. Nobody until today anaweza kufunga. Mpaka saa hii tunajiitanisha na nani? Na Abraham. Kwa sababu Abraham alifanya Mungu kuwa rafiki yake. That is why baba wa Mungu wa Ibrahim na wa Jacob na wa Isaka. Because that family ilijishikanisha na Mungu na ikakuwa marafiki na Mungu. That is why we go in their family. Hata Yesu tunaambiwa to know the genealogy of Jesus in the book of Matthew chapter number 1. It starts from Abraham. The genealogy of Jesus starts from Abraham. Aliitanishwa because of that one encounter yake, kukubali kupeleka mtoto wake kumwekelea tu juu ya kuni. Kukubali. Mungu akamwambia geuka, hapo nyuma yako kuna kondoo. Kisha akamwambia nimekupatia mamlaka na nimekupatia ulimwengu wote, utakutii. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not that noise you make regularly. It is not that those many things you do. It is that single encounter that you need. When you have pain, sometimes pain is motivational. I think I've taught you that the pain I went through, it motivated me to be what I am today. When I stand here to preach this word, it reminds me of the life I've gone through, and I have seen God through my life. I have seen how God can change situations and how God can change things. Through pain, we learn to become patient. Through pain, we learn to become obedient. Through pain, we endure. And through pain, we become faithful. That pain will make you become faithful. You make you become, you know. Right now, because of what I've gone through,
I cannot joke with my God. I'd rather chase you, all of you, out if you're not doing what my God is telling you to do. I would rather chase you. I will not entertain any nonsense here because you're my friend. I will throw you out like a dog just because of God. Because I have a testimony where my God has brought me from. I have in my body, 12 guns have gone through my body. And it's normally one gun that kills. And these 12 never killed me. These men were surprised to see how this man is refused to die. They took me to committee and they hanged me. And the machine refused to kill me. They poisoned me. Waliona bunduki imekataa. They poisoned me while in committee. 9 times. I refused to die. So in my church, in my family, in my business, I will not entertain nonsense when I remember those things. I will not come and do nonsense, stupidity with you because of me wanting to please you. I don't have a friend. My friend, if you ever thought you're my friend, you forget about that. I don't have a friend. You only become a friend if you're a friend to my God. Period. If you're a friend to my God, you become my friend. I cannot afford to misbehave before my God. The one that has really done a lot of work in my life. A lot. A lot. When I was born, when I was a young boy, niliangushwa ndani ya maziwa moto. This bit of my meat here, it's not mine. It is my mother alikatwa, nikaekelewa hapa. They did grafting. So you cannot allow you to play around with my God. He has seen me through. My dear sister, don't plan to kill yourself. You're too precious. You're too important to die. God will not allow you. Hata leo nenda weke sumu ingine uone kama itakuua. You will not die. Utachomeka tubo, utapelekwa hospitali na utapona na utarudi na utahubiri. Utahubiri kwa sababu ya ni mhubiri. Unajua ya ni mhubiri? Haukuwa unajua. Ukikunywa dawa ulikuwa unajua ya ni mhubiri? Yeah? Ulikunywa madawa ngapi? 4. Sasa 4 tu ndio ulikuwa unakunywa ikumaliza hii mwili yote. Dawa kidogo hivi. Alikunywa dawa 4. Bwana asifiwe sana. But I want to tell you, one day utashika microphone, utatangazia ulimwengu, the God is great. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So sometimes we become obedient because of how life has taken you. You become patient. That is why sometimes you've come. You will provoke me. I'll be patient. I'll be looking at you. Just provoke. And I will walk away from you. Not because I'm a coward, but because I've been processed. And I'm still being processed. And that is why I normally tell you, I am at 2% in my salvation. I'm at 2% in my salvation. I'm being 98% is being worked on. So don't look for that perfect man. Don't look for that perfect apostle. Don't look for that person who is 100%. I am not. I am not at all. Nilijipima kambiri mimi mwenyewe, sikupimwa na watu. Niliona niko 2% my salvation. I'm not like you. You know, nyinyi mnaendanga biguni, mnalala, mnakuja asubuhi huko chini. Mimi mnaniachaka huko duniani nikifanya vituko zangu. So ukinikuta kwa vituko zangu, useme ameingia kwa 2-3% na bado anashughulikiwa. If you start with God from there, God will lift you the best he can. He will feel. Empty yourself. Just empty yourself. This cup, make it empty. Let him feel. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kufeel. Ati wewe unabii. Ati wewe unasikia Mungu anakusugumusia. Ati wewe unasikia Mungu ananena kwako. Wacha hiyo ujiga. Wacha Mungu anene through you. Wacha kuongea. Wacha yeye aongee. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha ujiga ati Bana, tulia. Mungu aanze kuongea kupitia wewe. Become a vessel.
A vessel don't know, haijuagi nini inapitia huko. Angalia hii mifereji imebeba maji. Hiyo mifereji inabeba maji ndio imebeba pupu ya kwenda Ruai. The same water, the same pipe. Zimetoka from one kabuni kule Belgium. Hiyo pipe imetengenezewa kwa kabuni moja. Lakini mtu wa Ruai huyu anaitwa Kajo, na mtu wa mafuta Kenya Pipeline, na mtu wa nani wa maji kutoka kule Dakaine walienda factory moja wakamake one consignment, ikabebwa na meli moja. Ilipofika Mombasa, wao sasa ndio walidecide hii itaenda kubeba pupu na hii itaenda kubeba maji, na haitajua hii mfereji inabebaka pupu huko, haijuagi ni pupu, haijuagi. Hii ya maji kutoka Dakaine haijuagi ni maji, na ile inabeba mafuta haijuagi imebeba mafuta. Mwenyewe ndiye anajua. So let God speak through you. Wacha kutupatia miki hapa. Let God, allow God to do it. God will see, you will manifest. Atajimanifest kwako. Vitendo zako Mungu zitaonekana. Kila mtu anaona. Sasa mkiingia kwa hii kanisa, si mnaona Mungu? Hii waliambiwa Manyuru, waliambiwa kuna kanisa inakaa Radani, akakuja kumwaga mafuta pale nje. Amemwaga mafuta watu wasitoroke. Mimi sitaki watu wa namna hiyo hapo. Miracle seeker hapa nisitaki kukuona. If you know you are a miracle seeker, toroka. Uende na miguu yako kama uko na miguu 8. I don't entertain miracle seekers here. I entertain people who are ready to listen, to be taught the word of God. The miracle you will find it yourself. I don't say the miracles here. Jaribu kuniletea pesa ati unataka baba na nataka uniope. Sasa nimeona dunia yako imefika mwisho. Nimeona nikuletee milioni hii moja kwa sababu mambo yangu imefika mwisho. Nitakurarua ile mateke itakutoa hapa. Nitakugoga na hiyo tu pesa twako. I'm not poor. Mimi ni tajiri. Hii roho yangu haina kitu, hakuna mtu imebeba. Hii roho yangu hakuna mtu imebeba. Haina mtu hapa ndani ate wewe unamchukia, huyu simupedi, huyu anakaga. Hapana. Hii kikuwa sawa, you are a rich man. You don't need money. Hii ukiweka ikuwe safi, you are very rich. Hii ukikuwa unatembea kwa barabara, masoja ya maskari wako hapa walikuwa wamekuja kuniuliza kasi, wao wakinichuka. Nikauliza, unanichuka nimefanya nini? Unanichuka nimekosea nani? Unataka kunichuka ni kwa nini? Ati nione ati mtu hapa na ukitoki na mwingine hapa, hata nikienda kwa choo unasikia hapo kwa choo. Okay, unataka kuhara, tumbo imeharibika. Na watu hapo wamesimama tu hapo kwa mlango. Raja. Sasa na hutaki kunani? Usitoa sauti unajua wanakuonaga, wanaona wewe ni kama hufanyaki hizo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakaukia kwa choo. Kumbe ni wanaume wamesimama hapo ati wanakuchuka na wanachuka, na wewe ni binadamu kama wao. Sitaki muhimu, siwahi kuniwekea wase. Sitaki security. Kwani Kenyatta hakuwa amechukua? Kenyatta alikuwa amechukua na ndege 6 huko kwa hewa na kifaro 6 zimewekwa crowd na askari. Mlikuwaka wangapi huko? Wale wanachukaga president asikufe. 108 wale wanachukaga president asikufe. Na huyo mzee anaitwa Kifo alikuja akaenda kwa mzee kwa kitada, akamwambia mzee ndetodi. Na akaedwa na yeye kama wanachuka hiyo mzee pale nje. Askari wawili walijipiga risasi, wasiulizwe maswali mzee aliendaje. So unachukua nini? Ya nini? So hiyo maneno ya don't allow your God to be seen. Preach ile vitendo vyako, wacha vihubiri Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Matendo yako wacha yahubiri. Wacha watu wakuone wanaona of God. Wacha watu wakuone waona a man of God. Wacha watu waokuje kwa hii kanisa wakiangalia hivi wanasema huyu ndio Mungu ule tunataka. Amen. Lakini sione mnajua mimi najua kuhubiri. Mimi najua. Hiyo ni ujinga. Nitakula mtu sirapu hapa siku moja. Nakwambia kama mimi niko mada. Mimi si pastor. Acha kuniangalia vibaya. Wewe ni hiana. Hebu leta sarakasi hapa. Leta siku moja. Ndio utauliza no kanitha. No kanitha. Na tunataka wagai ule Yesu ikalile kama sasa ninabeba kanyahunyo iko hapa kama Yesu. Najua mnafanyaka vitu vingine ama mlisikia Yesu alitumana nyahunyo ileto. Biblia inasema alitumana. Kwa hivyo ilikuwa na yeye. Akaingia kwa nyumba.
Ni kanitha yakwa mukimi alia tunyani. Akachukua nyahunyu. Nani alituma? Alituma Petro. Kibia kuleta nyahunyu. Alichomoa nyahunyu yeye mwenyewe. Alichomoa nyahunyu kumaanisha alikuwaga nayo. Na akanyorosa watu hapo na Mungu akabaki kuitwa nani? Ama mnajiulizaga, hebu tujiulize tu maswali kidogo. Petro alikata mtu masikio. Alipokata mtu masikio, Yesu aligeuka akachapa Petro makofi. Alimwambiaje? Hakumwambia rudisha. Alimwambia rudishe. Nitafanya nini? Nitakuonyesha wakati yake ikifika. Kumaanisha alikuwa naye. Kwa hivyo, acha sikumaanisha, kwa hivyo inakuwaga na wakati. Wote wakati mmoja kuvio. Lakini si Yesu alisema. Kwa hivyo waacha sarakasi, wacha Mungu wako aonekane through matendo yako. Wacha kutuambia wewe ni nabii, wacha kutuambia wewe ni nani. Don't tell us. Let your deeds, matendo yako yatuambie huyu ni mtumishi wa Mungu. Mimi wakati nilianza kuhubiri, si kwenda watu wameniita bishop na waambia mimi si bishop, wameniita apostle na waambia sasa nyinyi ndio mmenibadilika hiyo jina. Mimi sijajiita. Mimi sijajiita hiyo jina. Wengine asubuhi hapa Reverend Nedoka, mwingine akaniita bishop, mwingine ameniita apostle, mwingine hiyo yote, hiyo ni majina. Na haina power, na haina power kule kwenye Biblia. Kile kiko na power ni neno. Sema neno. Neno ile inatoka kwako. Amen. Jina Waruinge halina power, liko na power kwa sababu ya hii neno. Ama mmekuja hapa kwa sababu ya nini? Si neno. Yes. Sarakasi kwa hii nyumba sitaki. Na nimekataa. Amen. Kama wewe ni nabii, kuja mkia, unabii yako itafanya kazi, tutajua. Tutakuja kukutafuta. Mwathani ni atwali iria. Niye ndirare irio ni mwathani ndero njoka wewe ni wena solution yako. Yes. Lakini sio wewe. Mwathani arauga. Niende ni ndenda solution. Arauga atere. Utake honoka. Ni ukoninwo. Akolino in the house. Yeah? Akolino. Ndio mwaga. Ate mwathani arajira atere. Itura rere koninwo. Chema cha jiuza. Nacho kibaya. The process of God brings humility. Ukipitishiwa kwenye process ya Mungu, the humility will come. Utakuta wewe ni mnyenyekevu. Amen. You are humbled. We learn to become grateful in our smallest thing in our life. Amen. When you are going through the process, you learn to become grateful. In hata kakitu kadogo hivi, unaona mtu anasema thank you. Hata kwa njia yoyote ile itakusaidia nayo, utasema thank you because you know kule Mungu amekutoa. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu na tumpigie Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. So pain causes you to be to have humility. And through pain, we become grateful. Through pain, we discover our possessions. Through that pain you are going through, Mama, don't worry. It will help you become. Just allow God, because God has done it again. You are not going to suffer. You are not going to cry anymore. God has heard your cries. In Jesus' name, amen. Yes. Let's worship. Hallelujah. Let's worship. Sijui ufanyavyo, sijui utakavyo, kile nachojua ukiamrisha vinakamilika. Fungua kinywa chako. Mwambie Mungu, sijui nipe moyo wa kukujua. Surrender to him.
Mwambie Mungu, this pain, use it for my redemption. Tell God that this pain, this shame I'm going through, use it for my redemption. Wewe peke yake ndio ninahitaji. Sijui ufanya. Inua mikono yenu juu. Inua mikono yako juu as you surrender to Jesus. Sijui utendavyo. Kile nachojua umeamrisha vimekamilika. Sijui ufanyalo, sijui utendalo. Sema kile nachojua. Fungua kinywa chako tu mwambie. Mwambie God, humble my spirit. Humble me. Nitulize Baba. Nitulize Baba. Kwako ni wewe tu na kuhitaji. I need you for my heart. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Ndipo nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Baba, tunakuabudu. Asante kwa mafundisho ambayo umetupatia siku ya leo. That there is redemptive power in our pain. That you reveal yourself through our pains. That you reveal yourself through our challenges. That whatever we are going through, we are going through not for us to suffer, but there is something new you are doing to us. As I set your children free now, as I speak deliverance upon their life, as I connect them to their purposes, as I connect them to their destinies, God, as I connect them to your authority, may your spirit get into them. Mungu, wasaidie na wabariki. Wafungue maisha yao, watembelee kwenye open heaven, kwenye bingu iliyofunguka. Bingu yenu na ikafunguke sasa. Bingu yenu na ikafunguke sasa. Sema, bingu yangu imefunguka. Bingu yangu imefunguka. In Jesus name we pray. Naomba kuna wale ambao niliwaomba, my father, my spiritual father, Bishop Harrison Ngatha, may the grace of God be upon him. He will be visiting us here on Sunday at 2 p.m. Now, he is coming to release a fatherly blessing. Do you know what we call a fatherly blessing? A fatherly blessing is renegotiating your destiny. A fatherly blessing is renegotiating your destiny, changing the direction of your destiny, and magnifying it, and giving it a foundation, and giving it a clue of where you are headed to.
that if there were challenges that you've been going through, when a father, a spiritual father comes into your life, and it happens he has gone through those challenges will listen to him and they will stop there and there. And they will not go through the process that he has gone. If Nganga has suffered in Nairobi, if Nganga has nyumba yake ilifugwa, kama Nganga siku moja gari yake ilikosa mafuta, kama Nganga siku moja mtoto wake alifukuzwa shule, kama Nganga siku moja alifugiwa nyumba kwa sababu ya madeni, akuje hapa aachilie baraka, amechukua madeni yako yote, amechukua shida zako. That is why he is a spiritual father. The spiritual father, mkisasa mko hapa, zile challenges zote nimepitia, hamwezi mkazipitia, because I am carrying you. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Nganga alihangaika hapa Nairobi akitafuta mahali pazuri pakubwa pa kuhubiria, ukienda pale Menengai kalikuwa kanyumba kadogo kametonchana hapa. Ukienda hiyo ingine alihamia Dynamo, bado kalikuwa kanyumba kadogo. Lakini alipo mahaba akaenda hiyo nyumba ingine kubwa, ikakuwa ni kubwa sasa mpaka amechukua floor kama 2. Wakati sisi tulifungua kanisa, we did not struggle because he had struggled. That is the reason of us having a spiritual father. The struggles your father has gone through, you will not go through. Kama ulikala jaa, mimi nililala jaa, hautalala jaa tukiwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I have overcome. The Bible tulisoma in this chapter, verse number 33 inasema, the things I have spoken to you, that in me you may have peace. In me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome them. So the challenge and tribulations will be there, but I have overcome them. The reason of a spiritual father coming into your house, he comes to carry the burdens zako zote. Ile amepitia hautapitia, utapitia zile hajapitia, zile ziko juu, meaning Mungu atakuinua uende juu yake. So akikuyo mzee akikanyaga hapa, tutaenda juu yake, tutakuwa wakubwa juu yake, but the grace itakuwa ni yake. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you need to have a father. Why you need to have a spiritual father in your life. And you must go, ufanyie hesabu, umukague vizuri, uone kama amepitia ama nikupitia anapitia. Ukakuta nikupitia anapitia, ili unapitia, utoroka kidogo. Mutahamutasaidiana. Mutaumiana, mutakuwa mkiobeana na fair na yeye. Meaning mutakuwa mkitembelea the same battle. Tembelea na baba mwenye yako juu kukuliko. Mwenye amelala jaa, mwenye nyumba yake imefugwa, mwenye watoto wamefukuzwa shule, mwenye amefanywa ameitwa devil worshiper, mwenye ameitwa amelala na wanawake wote wa kanisa. Ukienda kama ni wewe unaenda kufungua kanisa, tembea na baba mwenye ameambiwa amelala na wanawake wote kanisani. Ndio hiyo iondoke, hautapigana hiyo vita kwa sababu ashaishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukienda kwa bado hajaambiwa hivyo, mtaambiwa mkiwa na yeye, kwanza mtaambiwa wewe na yeye mlikutwa kwa madhabahu, kwanza umeshikilia ukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the reason of a spiritual father. When I'm inviting, he's my spiritual father, you are his spiritual grandchildren. And that is when you know you are rich. You will be, utakuja kujua you are rich when you see your grandchildren wanakula na wanakunywa ile utajiri yako, si ile ya mtoto yako. Ate the riches, utajiri hadi ifikie nini? Watukuu na wajukuu. That is when utakuwa counted, wewe ni mtajiri. Sahi wewe ni fugufugu. Wewe ni nini? Bakoto twana tutoshokoro twakuto tirare indo ciaku. Thigino yaku, wewe mutheni na wewe mugieki. Baka wakati watoto wa tuchukuu tutakuja, unakuta tumejaa kwa compound, tutoto kama 100, tusubufu kama kale kana kujaga hapa. Kingine kako hapa, 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 kingine kamekugoka, kingine umesikia kamelimana huko kamegoka, kingine kinakuja kikimwaga damu. Wote wanakula jasho yako. Unajua sasa hiyo umebarikiwa. Bwana Yesu ndio unaonanga wamama wengi wananyang'anya watoto na washosho, because hiyo ndio baraka. Si watoto wako, si mali yako ikuliwe na watoto wako, ni kuliwe na watoto wa watoto wako. That is when utajua ni tajiri.
Lakini kwa sasa wewe na Esau wana the same. Na mnajua Esau ni hard to mouth. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo mumekaa ni kama ni neno imewaikia sana ama mumekosa kuelewa? Imeikia sana. Simpigie Yesu makofi basi. Kuna watu waliniambia mtanisaidia kupikia huyo mzee akikuja. Si ndio? Simuliniambia hivyo? Wewe ni makira. Huyu mauduma ni matumagia mole kanitha. Makawa usio no besha etagia. Kama unajisikia kunisaidia kupikia huyo mzee, ulete leo. Usilete saade, ulete leo ama katikati ya wiki. Huyo mzee lazima nimpatie kakitu, nimwambie ndio kakule chakula. Mtoto wako amekuwa. Bwana asifiwe sana. Na ni nyinyi mtatoa. Nyinyi ndio mtatoa. Sio tumkuje niwaletee baraka hapa alafu mnakaa. Kila mtu, hata wale wako ng'ambo, wale watu wapi waabiwe, watume. Hiyo ni baba amesema na ni command, si request. Ni baba amefanya nini? Yes, kwa sababu baba yangu anakuja. Lazima tumununulie suit. Lazima tumununulie kiatu. Ndiye atemee kifua yake aseme mudhereme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hawa wale watasimama na mimi, ulete bahasha yako hapa. Kuna yule mama anaitwa Magdalene, ako wapi Magdalene? Lakini ni mfupi. Aonekana kuja tu wakuone. Najua yeye ni mfupi kama Sakayo. Sikia juzi wameanza kusema Ruto ni Sakayo. Ati anaitisha ushuru. Mnataka aongoze nchi yake na nini? A country is run, kuja hapa. A country is run by your taxes. A country is run by what? Mwende mwambie Ruto akanyagie hapo. Akanyagie hapo. Mwambie fanya nini? Na mimi na support Ruto hapo 100%. Uhuru na Raila walituweka kwa madeni. Saa hizi every month Mkenya analipa shilingi 300 kwa Mchina. Every month, every Mkenya wote. Ndio naona burden imekuwa. It is supposed to be paid 100 bob. 100 bob you are supposed to give 100 bob to the government, and that 100 bob inatolewa 50 bob ya kurani inchi na 50 bob ya kubuild inchi. 50 bob ya kulipa wafanyikazi na 50 bob ya kufanya nini? Ya kujenga barabara. Hivyo ndivyo inafaa kuwa kisheria duniani kote. Sasa hizi hakuna ya kujenga, hakuna. Walipeleka huko ng'ambo na Euroboard na nini na hizo zingine, wakapeleka karibu hizo islands kule zinaendaka kufichwa. Jasi huko ndio wameficha pesa zote. Wale watu walikuwa na Uhuru na watu walikuwa na Raila, na wakuje waabiwe. Nimesema Dora Waruinge, nimesema. Kwa hivyo sisi ndio tuliwaendelea kuwasema wakae huko na hiyo handshake. Sisi eti nywe ati tunataka peace at the expense. Now you are paying. Right now unadetectiwa 300 shillings. Hakuna mwaka huu brave for tough times. This year na next year brave for tough times. Hamujafinywa. Sasa mtamchukia alafu baadaye mtampenda. Hakuna mahali anaenda. Ruto hakuna mahali anaenda. Baka awanyorose next time. Msikuwe na kiherehere hiyo mko nayo. Mjue kuita Mungu first. Ikiherehere mlikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Atitati kwenda tatidamo shagolile mramo shagolile kiatea arani Kenya na nini, atengeneza makaratasi. Yani tell me mlikuwa nataka afanye nini? Ati mtaenda kotini? Simuende, simulienda kotini wakati mlishindwa. Hata hii mtashindwa. This country must be debt free, and the Ruto is going to be used to make our country free from debts za foreigners. And after that ufalme wa Kenya utasimama. Mungu hawezi kuleta revival when we are tuko kwenye madeni. There is no, hakuna. God will never. Hawezi kuishi ati wewe uko sawa na uko na madeni. Hapana, it doesn't work that way. Ruto atatumiwa, atakuja kwako na rungu na tutawaona. Hata mimi mnaweza kuniona kotini. Mimi napiga shikasheshe hapa. Nikiambiwa sijalipa ushuru,
So sisi wote, let us pray for this time. Ni sisi tuliitisha hii serikali. Si tuliomba? Sisi ambao tuliomba, tuendelee kuiombea na tuendelee tuombe mifuko ipanuke, hiyo pesa itolewe. Within 1 year atalipa hiyo madeni. Kenya itarudi sawa. Na tutakuwa tumetoa Kenya from the mikono ya watu wa Freemason. Umeelewa? Because they're the one who running the economy. Ruto hakuletwa kwenye power na watu wa Freemason. Raila na Uhuru ndio wa Freemason. Mnanielewa? Ruto tulimuombea kutoka aliweza kufaulu. There is no president the vice president ambaye ametoka kwa vice president akakuwa president. He was the first. Because kule Karen alijenga madhabahu. Akarudi akazunguka Kenya mzima akiinua madhabahu. Na ndio nawaambianga, that's the power of the altar. You can't defeat anybody mwenye anaongozwa na altar. Bwana Yesu asifiwe sana. So huyo Gachagua yake na huyo mtu mwingine. Hiyo ni ng'ombe ilizaliwa kwa kichaka. Lazima tuilee. Lazima tufanye nini? Tuilee mpaka ikue mzima. Na tukate dhara tuweke. Kila kitu tuweke. Inone. Tununue chubi inone. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnasema yeye ni muisi, alikuwaga muisi, hata mimi najua alikuwaga muisi, lakini alibadilika kama Waruinge. Alikuwa muisi wa mashamba, yeye alikuwa muisi wa mashamba kwa sababu aliiba yako. Unajua watu wanapiga kama kelele kusema Ruto alikuwa muizi na hajatukupeleka kwa shamba yao kwa aliiba hii shamba yetu. Mdomo tu ngenge miki ngenge. Wachaneni na huyo mzee afanye kazi. Amefanya miezi ngapi sasa hizi? 9 only. Na mnaanza kupiga makelele hapa. Mpatieni hata miaka 2 tuone venye atafanya. Na maandamano. Na hiyo maandamano kutoka sasa. Abia Ruto ukienda mkute, mabia niachie hiyo kazi. Nishughulikie huyo wa Raila. Ni siku moja tu wanakaa nyumbani. Kananiate muda. Yes. Watu niliuliza mtu mwingine hapa. Huyu jamaa anafanyaga maandamano Made. Si ndio? Wakati mmoja kukakuwa na holiday ya Waislamu Made. Akabadilisha kutoka Made akapeleka Tuesday. Huyo mtu anakuambiaje? Si maandamano wako na haja nayo, ni watu wasiende kazini. Mbona alikuwa amesema every Monday tutakuwa tukifanya. Hiyo Monday kukakuwa na holiday. Hakukuwa na watu town. Akasema hakuna maandamano, tutaifanya Tuesday. Osho ni modo inafuata. Huyu anataka kuharibu biashara yako. That is a devil sent. That's a devil incarnate. Na ukiona huyo mzee umuite ni devil incarnate. Why would you want me not to work on Monday? Why would you want me? Saizi watoto wengi hapa, watoto wamefukuzwa. How many of you mko na madeni ya shule? Almost all of us tuko na deni ya shule. Sio eti hatuna mikono ya kutafuta. Wengi hapa wameshindwa kulipa rent ya shule. Sio eti hatuna mikono ya kutafuta. Tuko na mikono ya kutafuta. Lakini mtu anakuja siku ile natafuta, anakuja anafanya maandamano. Made na Thursday. Atukumake sure Made na Thursday. Hiyo siku 2 nimepoteza. Alafu shule napigiwa simu. Watu wengi hapa karibu 90% mko kwenye fuliza. Mwenye hayuko kwa fuliza inua mkono wako juu. Mwenye hayuko kwenye fuliza inua mkono wako juu. Angalia kanisa ya watu hawa wote, watu 6 ndio hawako kwa fuliza. Only 6. Na roho ya fuliza ni roho ya shetani. Ni roho ya umaskini. Hata jina yenyewe inasema fuliza. Inakufurusisha. Apart from fuliza hiyo ingine inaitwa aje? Swali. Na hiyo ingine? Tala. Na hiyo ingine? Ati? Haslafad. Na hiyo ingine? Hiyo imesema. Na hiyo ingine? KCB Vuma. Na hiyo ingine? Na hiyo ingine? Na hizi ingine za huko Tara. Na hiyo ingine? Okoa. Na hiyo ingine? Hizo zote ni maroho ya poverty. Hizo zote. Is the spirit of poverty. That is why you are suffering.
When you surrender yourself to the devil himself, you become poor. Inua mikono useme kutoka leo nimekataa roho ya madeni. Baba, ulisema utabariki mikono hii. Sasa ibariki. I want to work. I want to build my nation. I want to build my family. I want to build my church. With my hand, with my sweat, I want to be blessed. Semeni amina. Sasa wale wako na chai ya huyo mzee, muone huyu mama. Ujiposition mahali watakuona. Najua ni mfupi na wewe ni mweusi. Ukae mahali kuna mwaga wakuone. Yes, sasa shika sadaka yako. Shika sadaka yako uinue hivi na mkono kama umepata sadaka. Najua nafanya research. Kuna kitu nafanya research, sio mtanisaidia kufanya research. Wamama na bagi. Najua mama simu inaweza kulia kwa bagi aitafute na ikose na inalia. Nini inafanyikaga? Mtu anisaidie kujua. Nafanya hiyo research. Unakuta simu inalia na sauti nikaturuturu. Unajua turuturu tunatoa sauti kama tiga ikilima. Sasa na unakuta mtu anaingia kwa bagi, anaikoroja, anainamisha bagi, anaifanya hivi. Sasa angalia wakitafuta pesa. Na wengine wamekosa. Kama huyu amekosa kabisa, ameshindwa pale aliiweka. Bwana asifiwe sana. Simameni kwa miguu yenu niweze kuwabariki. Tutarudi kwa class saa 9:30. Hapo ndio nafanyia deliverance. So tuingie kwa class saa 9 kamili. Kwa hivyo mtu asinifuate. Mtu sahi mpaka tuingie kwa class. Ni kweli? Inua sadaka yako, nataka nikubarikishe. Na kutoka Jumapili hii mpaka Jumapili ijao tunaingia katika maombi, si ya kuomba kitu, ya kumsifu Mungu. It is a command now from your father here to msifu, yani just to worship God. Worship God because of what he is. Bwana Yesu asifiwe sana. Not what you want, not what you want him to do for you. Just worship him because he is God. Hallelujah. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninainua sadaka hii ambayo nimeitoa kutokana na kazi niliyoifanya, kazi ya mikono yangu na kazi ambayo imetokana na jasho langu. Na ulituambia utabariki kazi ya mikono yetu. Angalia hawa watoto wako wamekuinulia sadaka, na ni kazi ya mikono yao, ni kazi ya jasho ambayo wameitoa. Baba, sasa wabariki venye ulisema utawabariki, na utabariki kazi ya mikono yao, utabariki jasho yao. Ulisema hautaki mzembe, hautaki mtu ambaye hajifanyii kazi, unataka wafanyie kazi. Ninafungua bingu yao kutoka sasa kwenda mbele, wakabarikiwe, wakainuliwe, milango yao ifunguke, katika biashara wafungukiwe, kwenye huduma zao zifunguke, familia wapate vibali, na mahali popote wataenda kibali chako kikuwe mbele yao. In Jesus name we pray. Wekelea tu hapa kwa floor. Hapa mahali popote hapo kuna carpet, pale kuna zulia, wekelea sadaka yako hapo. I thought we will be singing. Yes, wekelea hapo. Unapowekelea kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu unajishikanisha na madhabahu ile. Wale watu wa rent, wa nyumba, kulipa nyumba, bado ninawaongojea tu. Leteni tu, kama uliahidi lete tu. Sio mimi uliambia Mungu. Wale wako na sacrifice, kama umebeba sacrifice iwekelee hapa. Lakini ukumbuke kuna ile sacrifice ya class. Kuna sacrifice ya class, kuna givings za class. Kwa hivyo tuendelee tu. Mnapotoa mnatoa kama mnafurahi. Wacha kutoa ni kama umekokwa na mtu, ama ni kama umekanyagwa na kiroli. Nitawapatia wale wa class, nimewapatia 1 hour. Tembea hapo, mwende mkule pale, huko kuna getheri, kuna bosho. Bado naongea na hawa watu wako
watupatie room, tuweke kamkahawa, tufanye tenda, mtu mmoja wenu akule tenda. Awe tunafanya nini? Tutachukua nyumba lakini tutafanya tenda. Sasa utuambie kama utatengeneza chakula ambayo inasaidia watu. Tuna negotiate na hawa watu. Kuna room kubwa iko mahali, tutaweka hoteli yetu. Si ndio? Hoteli yetu. Sasa watu wakienda huko wanakula wanashiba. Si ya kanisa ya kupeana chakula bure. Ni ya wende unanunua chakula. Si ndio? Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Mubarikiwe. Na kamati zote za kanisa ningependa zote mubaki nyuma. Nataka kuzungumza na nyinyi nijue mmepanga namna gani. Na kama Bethel Clouds TV, empowering lives. Apostle Waruinge, the lead minister of the Synagogue CFC, invites you to a special Sunday service of Fatherly Blessing of the Sanctuary on 2nd July 2023. The service will be held at Coffee Plaza, mezzanine floor, the first floor, Haile Selassie Avenue, opposite Easy Coach bus stop, Nairobi. The guest minister will be Archbishop Dr. and Mrs. Harrison Kenyanga, the lead ministers of Christian Foundation Fellowship. The service will begin at 2 p.m. We will be live on Bethel TV, Faith TV, and Inoro TV. For more information and direction, contact +254 112 935 035 or are welcome. you.